Leo ni siku ya pili ya mwezi wa 7. Namba 7 ni namba ya kinabii. Namba 7 ni namba ya kinabii. Siku ya 7 Mungu ulipumzika. Namba 7 Mungu ulipumzika. Baada ya kazi zote kufanyika kuwa njema. Baada ya kazi zote kufanyika kuwa njema. Nami natangaza katika ulimwengu wa roho. Nami natangaza katika ulimwengu wa roho. Liko eneo sio kwamba nitapumzika. Liko eneo bali nahitaji kutafakari mambo makuu ya ufalme. Bali nahitaji kutafakari mambo makuu ya ufalme. Bali nahitaji kushinda zaidi. Bali nahitaji kushinda zaidi. Ewe Roho Mtakatifu. Ewe Roho Mtakatifu. Wewe ni Mungu wa nyakati za mwisho. Wewe ni Mungu wa nyakati za mwisho. Nitendee mema katika ubora. Nitendee mema katika ubora. Nitendee heshima katika jina la Yesu. Nitendee heshima katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Wewe ulikufa kwa ajili yangu. Wewe ulikufa kwa ajili yangu. Uliomwaga damu kwa ajili ya utakaso wa dhambi zangu. Ulimwaga damu kwa ajili ya utakaso wa dhambi zangu. Kisha ukasema, ulimwengu umeushinda. Ulimwengu umeushinda. Japokuwa mkuu wa ulimwengu atakuja. Japokuwa mkuu wa ulimwengu atakuja. Yaani wewe umemshinda mkuu wa ulimwengu. Lakini wewe umeshinda mkuu wa ulimwengu. Nami natangaza kibali kipya. Nami natangaza kibali kipya. Uwezo wa kushinda ukuu wa ulimwengu. Uwezo wa kushinda ukuu wa ulimwengu. Ulimwengu wangu unahitaji kupata uhuru. Ulimwengu wangu unahitaji kupata uhuru. Nahitaji kuelewa na kufahamu. Nahitaji kuelewa na kufahamu. Ili nisiwe mtu wa kuliliwa sehemu fulani. Ili nisiwe mtu wa kuliliwa sehemu fulani. Bali nahitaji ulimwengu wa ufahamu. Bali nahitaji ulimwengu wa ufahamu. Paulo mtume alisema. Katika mambo yenu yote mnayofanya leo. Katika mambo yenu yote mnayofanya leo. Mgeuzwe upya nia zenu. Mgeuzwe upya nia zenu. Ili mpate kujua mwito mtakatifu ule wa Mungu. Ili mpate kujua mwito mtakatifu wa Mungu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Natangaza kugeuzwa nia upya. Natangaza kugeuzwa nia upya. Yale mazingira ya kuwaza mambo mabaya. Yale mazingira ya kuwaza mambo mabaya. Ninakataa kuanzia sasa. Ninakataa kuanzia sasa. Ulimwengu wa kushindwa. Ulimwengu wa kushindwa. Hautatajwa kwenye maisha yangu. Hautatajwa kwenye maisha yangu. Wala kwenye maisha ya uzao wangu. Wala kwenye maisha ya uzao wangu. Wala watoto wangu. Wala watoto wangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila hali ya kukataliwa. Kila hali ya kukataliwa. Ninaikataa kwenye maisha yangu. Ninaikataa kwenye maisha yangu. Haitatajwa tena. Haitatajwa tena. Maana Kristo umemaliza pale Kalvari. Maana Kristo umemaliza pale Kalvari. Wewe uliyesema imekwisha. Wewe uliyesema imekwisha. Nami natangaza jioni ya leo. Nami natangaza jioni ya leo. Ya kwamba imekwisha. Ya kwamba imekwisha. Magonjwa yamekwisha. Magonjwa yamekwisha. Aibu imekwisha. Aibu imekwisha. Fadhaa imekwisha. Fadhaa imekwisha. Mateso yamekwisha. Mateso yamekwisha. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninasema na anga. Ninasema na anga. Nasema na ardhi. Nasema na ardhi. Nasema na mazingira. Nasema na mazingira. Nasema na wanadamu. Nasema na wanadamu. Na viumbe visivyoonekana. Na viumbe visivyoonekana. Kwamba mimi ni mali ya Kristo. Kwamba mimi ni mali ya Kristo. Kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Tazama nimezaliwa upya. Tazama nimezaliwa upya. Mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninakiri ushindi. Ninakiri ushindi. Nitakiri ushindi. Nitakiri ushindi. Siku zangu zote za maisha. Siku zangu zote za maisha. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mpe Yesu makofi. Haleluya. Kaa kwenye kiti kizuri na daftari lako safi la thamani kwa ajili ya kuweza kujifunza ndani ya mwezi wa 7. Bwana Yesu asifiwe. Huu umekuwa ni mwezi wa 7 kulingana na kalenda ya Gregory au Gregory kalenda. Tumesema ni mwezi wa 7, wengine wanaita ni Julai, si ndivyo? Kwa Kiingereza sisi tunaita mwezi wa 7 hivi, ndivyo? Mwezi wa 7. Kwa hiyo kwenye maisha nikasema tunaishi nyuma ya siri nyingi mno, na ushindi wa kila mmoja unayemwona kwenye hii dunia ni ulimwengu wake wa kuelewa siri. Yaani kila mmoja anaishi kwenye podo. Sema podo. Podo ni kitu gani? Kuna moja andiko linasema kwenye Biblia, nitawaelezeni. Podo ni kitu ambacho kama
mbuyu. Wangapi wanafahamu mbuyu? Vile matunda yake mbuyu yalivyo. Sasa ndani ya matunda, ndani ya ile cover kuna ubuyu ndani. Kwa ni podo. Wa sisi katika ulimwengu wa kiroho tumefichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Mungu alishatuficha sehemu. Lakini kwa sababu ya maisha, ukuaji na kutaka kujua vitu vingi, tukajikuta tumetoka kwenye podo. Ukitoka kwenye podo, na Yesu akatoa mfano moja, mfano wa kulima. Asa akaitwa mfano, asa mpanzi, yakamwita nani mpanzi. Sawa Neema? Akasema mpanzi mmoja akatoka asubuhi na alfajiri kabisa, baada ya hadono kama lilima, hajaeleza pale. Anasema alikwenda shamba, alafu akaanza kupanda mbegu. Nafikiri alipanda mbegu za aina 3 Anasema mbegu moja akaipanda kwenye mwamba. Sinaelewa? Ni vizuri tukamalizia kabisa ile aliyopanda kwenye mwamba ilikuwaje. Anasema alipopanda kwenye mwamba ile mbegu ikafurahia. Kimsingi kila mbegu inapokuwa hai inafurahia. Anasema ilipoanguka kwenye mwamba mbegu ile ikafurahia sana. Lakini haikwenda muda mrefu kwa sababu ni mwamba hapakuwa na udongo. Kwa hiyo ikachomoza, ikaota kwa maneno mengine. Lakini jua kali lilipokuja ile mbegu ikawa nini? Imenyaushwa na ikafa. Lakini mbegu ya pili, unaona kuna inaitwa parable, ni fumbo. Yesu alikuwa akiishi kwenye mafumbo sana. Na hata ile kwenye dunia leo, ili uweze kufikia kiwango cha kufanikiwa sana, kuna ulimwengu wa fumbo la kwako. Ukilijua tu ile fumbo, basi unaishi kwenye dunia yako. Sema dunia yako. Kwenye ulimwengu wa kiroho kila mmoja ana dunia ya kwake. Kwenye ulimwengu wa kisayansi, si ndivyo? Kila mmoja anaishi kwenye dunia hii moja. Na juzi tumeona kwamba anasema kumbe kuna dunia nyingine. Uliona? Mkianza kuchimbua anasema kumbe kuna dunia nyingine. Anasema kuna sayari nyingine imegunduliwa zaidi ya hii dunia tulionao. Na yenyewe ni kubwa zaidi kuliko hii dunia. Jamani, inatisha. Na kuna wengine walienda mwezini juzi. Unaona? Wakaenda, wakasema walienda sehemu ambao pia wengine hawakufika, lakini hatari kubwa mno. Sasa tuende kwenye mfano wa mbegu. Anasema mbegu nyingine ikapandwa. I don't know kama iliangukia, whatever the case, lakini tufanye tu ni mpanzi. Akaipanda kwenye miba. Anasema na yenyewe ikafurahia ile mbegu. Kisha ikachomoza, ikastawi kwa muda. Lakini kadri ilivyozidi kukua, miba na yenyewe ikaisonga ile mbegu. Kwa hiyo haikuweza kuendelea tena, ikauawa. Bwana Yesu asifiwe. Kama siana mbele kule anasema hivi, akatoa maelezo hiyo parable. Na hiyo ndio nataka ulijue jioni ya leo. Akasema ile mbegu ilianguka juu ya mwamba ni aina ya mtu yule anayefurahia wokovu kwa muda mfupi, kwa shangwe sana. Lakini ghafla anasongwa na maisha mbalimbali. Yaani mwamba anasema ni maisha, utajiri, mafanikio, lakini anashindwa kumwelewa yule aliyomprovide nini? Utajiri wa mafanikio. Lakini anasema yule aliyopandwa kwenye mbegu, kwenye michongoma, miiba, anasema ni shughuli mbalimbali za maisha. Anasema shughuli za mbalimbali za maisha zinamfanya huyu mtu sasa aache pengine hata ibada, aache kujua kuwa Mungu, aache kila kitu. Anasema Luka sura 8, asante sana, ule mstari wa 14. Anasema na zile zilizoanguka penye nini? Miiba, ni wale waliosikia neno na katika kuenenda kwao husongwa na shughuli na mali. Display pala kidogo. Husongwa na shughuli na nini? Na mali na anasa za maisha haya, wasiivishe lolote. Mstari wa 15 anasemaje? Na zile, yani Yesu amekaa darasani kama hivi, kama mimi leo nilipata neema kukaa kwenye darasa hili nzuri la saa ya urejesho. Kwa hiyo sasa anasema na zile sasa penye udongo mzuri, asema ndio wale ambao kwa unyofu na wema wa mioyo yao hulisikia neno na kulishika, na kisha uzaa matunda kwa kuvumilia. Kumbuka neno lile kuvumilia. Hii ndio point kubwa. Kwa kuvumilia. Ule mstari wa 15 na zile penye mstari wa 16 nasemaje pale? Tumalizia pale, kuna matunda yaliyozaliwa. Anasema hakuna mtu ambaye akiisha washa taa
huifunika kwa mtungi au kuiweka mvunguni, bali huiweka juu ya kiango, ili waingiao wapate kuiona nuru yake. Lakini basing yangu ilikuwa ni pale kwenye eneo la mbegu. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kwa nini wapelekele kwenye mbegu? Nikasema dunia hii, Mama Queen, kila mmoja anaishi kwenye ulimwengu wa siri au ulimwengu wake. Kwa hiyo huwezi kusema tunaishi kwenye ulimwengu wetu. Sema naishi kwenye ulimwengu wangu. Yani my own life is not your own life. Tunaona vizuri hapa. Lakini I can inspire you. Mimi naweza to inspire, naweza kukuhamasisha wewe ili ufikie level ambayo whether mimi nilionao au kanivuka mimi. Somebody say amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa ni lazima uweze kufika hapo, unahitaji sana ulimwengu kujua siri. Ndio maana Yesu muda wote kwenye shule yake alipokuwa na wanafunzi wake alikuwa afundishi bayana. Ni mara chache sana kumkuta Yesu anafundisha bayana. Hebu angalia sasa pale Marko sura ya 4 ule mstari wa 10. Angalia pale, tuangalia pale, alafu tutakwenda kwenye kudetail subject ya leo inayosema force yourself to change your life. Anasema hivi, naye alipokuwa peke yake. Marko 11 sura mstari wa 4. 11 mstari wa 4. 11 mstari wa 4 display pale mwanangu. Anasema hivi, akawaambia, mstari wa 4 11. Ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme. Sawa Neema? Wewe umejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu. Yaani ndani ya kila moja kuna kingdom of God. Ndani yako wewe kuna ufalme wa nani? Wa Mungu. Na ndio maana Kristo Yesu hata alipokuja akasema mimi hukaa ndani yako. Anasema anilaye mimi hukaa ndani yake, naye hukaa ndani yangu. Kama Yesu akikaa ndani yako wewe, maana Mungu amekaa ndani yako. Mpigie Mungu makofi. Sasa ufalme wa Mungu ni siri iliyofichwa ndani ya mtu. Hebu sema amina, unaelewa vizuri. Ni siri, it's all about the mysteries. Ni siri iliyofichwa, a hidden ministry. Ni siri ambayo imefichwa kabisa ndani ya mtu. Ndio maana nikasema usipoijua siri ya wewe kuishi kwenye dunia, utaishia kulia, utaishia kuona dunia ni chungu, hali ni ngumu, utakufika mahali unaanza kushawishiwa kufanya vitu ambavyo kimsingi Mungu akuambia ufanye hivyo. Unaelewa? Kwa sababu gani? Kingdom of God, ufalme wa Mungu unakaa ndani ya mtu, na ukisha kaa ndani ya mtu, ule ufalme umepewa maelekezo. Yaani wewe una maelekezo ya kiungu kwa ajili ya kutimiza kusudi la Mungu duniani. Nizaje kusema mimi na nguvu. Unayo maelekezo ya Mungu. Hasa utayapateje ya maelekezo ya Mungu? Yamefichwa. Yamefichwa wapi? Yamefichwa ndani ya podo, ambayo hili mpaka wakati mwingine wengine wanafika mahali wanaangusha ile podo, wanalipasua. Wakishalipasua na unakumbuka kuna mbegu inaitwa ubuyu, afu ni mtamu. Ukumbe kuna mbegu inaitwa ubuyu, alafu kumbe kila hiyo kuna vitamini si gani, watoto wakinywa ile juice ya ubuyu, inasema inaleta kinga fulani, si mpaka upasue. Yaani unajuaje kama ubuyu mbegu yake, juice yake inaleta uponyaji mkubwa? Ni mpaka alipofanikiwa kupasua ile podo. Mshangilia Bwana Yesu. Kwa Yesu sema ninyi mmejaliwa sasa. Kumbe si wote wanaojaliwa. Ndio wasema ninyi mmejaliwa. Akakusanya pale brother Jesus akamwambia ninyi, kina Petro, kina Yohana, wakina nani, mmejaliwa. Yani you are well blessed. Mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Lakini kule mbele anasemaje mwanangu? Anasema hivi, bali kwa wale walio nje, semeni nje. Tunakubaliana kumbe ufalme wa Mungu uko ndani ya mtu, na mtu anapaswa awe ndani ya ufalme wa nani? Yaani wewe unapaswa ukae ndani ya Mungu. Kama unataka kufanikiwa, kumiliki na kutawala, maana unahitaji kukaa ndani ya Mungu.
Hebu tuende pale mwanangu pale. I don't know, Yohana sura 15:14. Yesu akasema hivi, anasema anilaye mimi ana uzima wa milele. Unakumbuka? Mimi ukaa ndani yake, naye ukaa ndani yangu. Tuende taratibu hapa, najenga msingi. Wananielewa, utaandika vizuri kabisa, na wananifuatilia kwenye mtandao. Kumbuka, maisha yako wewe ni fumbo. Kila mmoja utakapojaliwa kulifumbua fumbo ambalo ndani yake lina maswali kadhaa ya muhimu. Ndani ukishalifumbua ile fumbo, unakutana, unaulizwa swala la kwanza, kwa nini umezaliwa? Unaweza kuona swala la kwanza. Swala la pili linafanana hii, kwa nini umezaliwa, kwa nini uko hai mpaka leo. Ndani ya hilo fumbo, ndani ya hilo podo, kwa nini umezaliwa, kwa nini uko hai mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe. Namba 3, unaelekea wapi? Intention yako, kusudi lako, hatima yako ni ipi? Nisaidia kusema amina ya nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kila mmoja wakati huo tunapozidi kuendelea kujifunza na kwenda kwenye subject ya leo. Hii subject inahitaji sana ulimwengu wa kujijua wewe ni nani. Chukua ulimwengu wako, sawa nani lecho. Jua tu ulimwengu wangu ni huu hapa. Basi ulimwengu huu siwezi kuchanganya na ulimwengu wa mama mzazi wala baba mzazi. Mama kazi alishamaliza, baba alishamaliza kazi yake. Kwa sababu Mungu kabla hajakuruhusu wewe utungwe tumboni mwa mama yako, hajaniruhusu mimi nitungwe tumboni mwa mama yangu. Namba 1, yeye alinijua na mimi nilikuwa mbinguni kwa baba. Mnaendelea vizuri hapa? Akajua kwamba huyu anapaswa kuzaliwa na mama anaitwa Francisca, na ndio maana sikuzaliwa kwa mama anaitwa Elizabeth. Kwa sababu Mungu alijua huu gumu, haya maisha ya Francisca anapaswa kubeba kiumbe kama hicho, ambacho mwisho wa siku kitakuwa nabii wa Bwana, nabii wangu, kitaitwa mtume, ataitwa mtumishi, ataitwa mchungaji. Huyu anafaa. Mwingine asingeweza kunibeba. Inawezekana pia angeniaboti mapema, ingewezekana ningempa shida nyingi sana. Kwa hiyo Mungu anajua kabisa kwamba mimi hapa ni Mungu, mimi ni Almighty God. Kwa hiyo kila mmoja nimemweka kwenye fumbo lake binafsi. Kiwango na ukubwa utakapoanza kuelewa kwamba mimi nimekaa kwenye fumbo fulani, tayari umefanikiwa. Mshangilie Bwana Yesu. Mungu akupe uwezo kwa jina la Yesu. Nasema Mungu akupe uwezo kujitambua. Nani uko tayari kutoka kwenye podo? Mungu akusaidie. Hebu Roho Mtakatifu akusaidie. Utakapotoka ndio utagundua kumbe mimi hapa nimechelewa sana. Lakini kwa Mungu akamwambia bado hujachelewa. At the moment now umeelewa, kuna hatua ya kwenda kufanikiwa. Yesu akasema hivi kwenye Yohana 6:56. Anasema ulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Tunaelewa vizuri hapo? Nami hukaa ndani yake. Bado umetengeneza foundation ambayo itakuequip wewe kwenye subject ya leo. Inasema force yourself to change your life. Yaani unahitaji tu kwamba jitie nguvu, alafu kujibadilisha maisha yako kwa ajili tu ya kumtii Mungu. Kwenye ile eneo kidogo limekaa vizuri, kwa tafsiri sio halali. Lakini ukisema to force yourself to change your life, makijilazimishe kwa ajili ya kubadilisha mfumo wa maisha yako. Kuna maisha ambayo unayapitia leo. Amen. Na inawezekana haya maisha ni kama unafanana na watu fulani. Kumbuka kwenye hii nikasema watu wote tunafanana katika morphology. Amen. Maumbo tunafanana. Lakini unachokiwaza wewe sasa hivi ndani yako, mimi sikijui, si ndivyo? Mimi sikijui, bali Mungu ndio anayejua. Kwa hiyo kuna siri imewekwa ndani. Na ndio maana Yesu alipokuja duniani, yeye kuishia dunia hapa tu kwenye ulimwengu wa nje. Hapana, akatengeneza kitu kinachoitwa chakula. Sema chakula. Kwa sababu akajua kwamba ili mimi niweze kukaa ndani ya viumbe ambao tayari akili zao, ulimwengu wao wa fikra umekwisha kupotoshwa, pale anasema naye amekwisha kuwapofusha fikra zenu. Amen. Ili msipate
kumjua nani? Mungu. Nisaidieni hapa, mimi naeleza msipate kumjua Mungu. Ya shetani alipokuja akapofusha Mama Queen fikra za watu kwanza, kwa sababu amejua kwenye fikra ndipo kwenye kiwanda cha kuweza kugundua wewe ni nani, si ndivyo? Namba 2, kwa nini unaishi? Namba 3, unaelekea wapi? Where is your destiny? Somebody say amen. Anaendelea, piga makofi aliyo mpaka hapa. Biblia inasema ambao ndani yao mungu wa dunia hii, ametajwa mungu mdogo ambaye ni shetani. Amen. Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao. Wakorintho wa pili sura 4 mstari 4. Amewapofusha fikra zao wasiamini, wasione nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura ya Mungu. Yaani inafika mahali adui achofanya amepofusha fikra edita, kwamba usiamini siku moja utakuwa na ndoa yako. Usiamini kabisa utakuwa na handsome moja hivi ambao unatembea hivi, baadaye una mtoto la kiume, una mtoto la kike, mnatembea hivi, mnakwenda sehemu fulani, come on. Mimi ningepiga makofi ya nguvu sana. Anaona kama naongea na mtu mmoja ambaye anataka kuinuliwa na Bwana hapa. Kuna mtu anataka kuinuliwa na Bwana hapa. Yaani kuna vitu ambavyo shetani anapokuja na vunja ulimwengu wa fikra. Ni mbaya eti akishapofusha brother, my brother, unajua kuna wakati unasema mimi naiona gorofa, naona kiwanda, sio hivyo? Iko ndani, it is all about within you. Lakini adui akijafika mahali na pofusha fikra, anakudirect kwa mtu mwingine, anafikia kabisa, anakuambia unamwona ndugu yako ameshindwa, wewe utaweza wapi? Kwa hiyo moja kwa moja anapofusha uwezo wa kufikiri na kile unachoamini. Mwisho anasema haina shida, ngoja nimalize kazi, nikishastaafu mimi basi naishi kama maisha kama wengine wanaishi. Mbona maisha wengine wanaishi? Kuna mtu mmoja ndio kumwambia mimi kwamba mimi duniani sina cha kupoteza, na nikasema hivi, my spiritual father na aliwahi kuniambia kitu kimoja. Akaniambia kwenye hii dunia usiishi ukiwa na vitu, ishi ukiwa mtupu. Yaani ulichonacho hakikisha unakimaliza. Akaniambia don't ever live, usiishi ukiwa mtu fulani mwenye mavitu mengi. Ishi ukiwa empty. Manake potential za Mungu zilizowekezwa ndani yako umezitumia katika ubora mkubwa, kiwango ambacho shetani akikutazama hivi anaona ni moto unayowaka na hana kitu chochote cha kuweza kufika mahali kusumbua wewe tena, kwa sababu wewe umemaliza vyote. Umekuza watu, umesaidia watu, umejenga majengo makubwa, umeanzisha viwanda. Mbona msema mimi na nguvu? Umefungua mabiashara. Kama kuna watumishi wengine ukisikia zamsikia anafundisha mafanikio, watu wanipige mawe. Umefika mahali, yani uwezo kujielewa hivi sasa. Wewe huna chochote unachodaiwa. Watoto wa baba mdogo hawezi, baba mdogo tunakutajia wewe, mara moja wanakuja kuwa employed kwenye kiwanda cha kwako ili walipwe baada ya kufanya kazi. Si wachukuliwe waje wakae na wewe, ugali ambao unapika wewe, mtoto wa baba mdogo ale, ashibe, avimbe mashavu na kadhalika. Mimi simaanishi hivyo, mngenipigia makofi sana, kwa sababu mpango wa Mungu sio huo. Anasema adui amekuja, tuende pale kwa Korintho wa pili 4. Pale anasema naye alipokusudia mabaya ambao ndani yao Mungu wa dunia hii. Tuende mstari wa 3 mwanangu pale. Tuanze mstari wa yes. Tuanze mstari hapa wa 3. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika, Paulo anasema imesitirika kwa hao wanaopotea, yaani hao wabishi wasioamini kwamba wewe ni mgodi mkubwa, wewe ni jangwa lililojaa madini. Maki ni jangwa lakini ndani ukichimba kuna dhahabu, kuna almasi. Come on, ukienda Dubai ni jangwa lakini mabilionea wametambua, wamejua wewe kwa jina la Yesu. Hebu ingia ndani, anza kujua wewe ni nani. Kuna watu hapa pengine na watazama, mimi naona
Kila siku naposemaga mimi siwaoni katika hali ya kawaida, na maanisha katika Mungu namtumikia. Kuna mtu hapa ni mgodi kubwa, funguka tu ndani hivi moja kwa moja, watu wasingepata tabu tena kujenga kanisa ndio unachangiana. Hamna, ni mtu mmoja tu unasema sikiliza, mtumishi baba, mimi nikwambia kitu kimoja, nakupa tu milioni na milioni kama 200 hapa, nikigawa milioni 70 ndio nimechangia vizuri. Na utoi hela kwa maumivu, wewe 10,000 tu ni shida kutoa. Ni kwa sababu gani? Kuna ulimwengu ambao unaishi si wa kwako. Ukiishi kwenye ulimwengu wa kwako, Mungu akupeleka kwenye ulimwengu wako. Nani yuko tayari? Anasema amewakuta hao watu wabishi, anasema ambapo ndani yao Mungu wa dunia hii amewapofusha. Yaani sio Mungu wa mbinguni tena. Maana furaha tena haipo, amani hamna tena, matarajio makubwa ya kuwa mtu fulani, to become somebody, hamna ndani yake. Watu wanapiga story vijiweni, na wakati naandaa somo hili Roho Mtakatifu nipeleka hapo. Watu wanapiga tu video, utakuta watu vijana wamejikusanya pamoja, mabinti wamejikusanya pamoja, alafu kwa sababu Mungu wa dunia hii amewaleta kwenye position hiyo na hawajui cha kufanya, yeye anakuja anawapa assignment. Ninyi ni mabinti wazuri sana, mnachofanya saizi hapa, vaeni nguo fupi sasa, afu nenda kwenye mtaa fulani, azeni sasa kujiuza maungo tu, waonyeshane maungo, mambo yaende. Ni kwa sababu gani? Mungu wa dunia hii amepofusha. Nani leo angesema mimi na nguvu? Ni kwa sababu ni vijana sasa, mna misuri mikubwa, mko hapo, na kwa sababu tu hamna chochote, mmekaa kijiweni. Hebu angalia, mimi nikikaa na watu bodaboda wale, kuna shule, kuna muda nitakwenda kuwapa shule pale, na vijana wengi ndio pale bodaboda. Kuna wakati nawaambiaga hivi, kuna mwaka ni wakumwambia pastor engineer huyu hapa, bahati nzuri yuko hapa, nikasema hivi, pastor engineer, wewe uko na mimi hapa, hakikisha kusanya vijana ambao ni wajenzi. Ukishamaliza kusanya vijana, niambie tutengeneze kitu kinachoitwa memorandum na article of association. Makiwe ni kampuni sasa, sawa, ya wajenzi wadogo, mafundi wadogo, ambayo sasa hautachukua tenda kwa mtu mmoja, wewe ndio utatafuta tenda, alafu hawa sasa wanakwenda kujenga. Sasa unipigia makofi hapo. Manake tayari kwa sababu yeye ni engineer, tayari mwisho wa siku anaaminiwa, kwa sababu kiwango cha kukubalika na watu ni trust. Trust maana ni kuaminiwa. Pokea kwa jina la Yesu. Sasa adui anapofusha fikra za watu, lakini wasiamini kufanikiwa kwao, lakini wasione mwangaza wa ubora, wasione heshima, wasikione kibali, wasione utele wa Mungu. Adui akifika mahali, akipiga kwenye fahamu zako, huwezi kuona kabisa siku moja una mgodi. Last week nilitoa ushuhuda, si ndivyo? Kwenye mitihani mwalimu anauliza swali, ni nani atakatubeba kwenye mitihani hii ya kata ya nini ya ile ukanda wa zoni? Ni nani? Wenzangu wanaojua hesabu wamekaa kimya, wanaogopa kuonyesha mikono. Wanaojua geography wamekaa kimya. Mimi nikakaa, nikasema hapana, nikainuka zangu. Na sikufanya hivi, nikainuka zangu, mimi hapa, mimi ndio nitakaleta heshima ya shule hii. Sasa watu wanajua mimi na tatizo la hesabu. Watu wanajua hesabu ni shida, lakini Kiingereza, geography, science, huyu jamaa huyu, Kiswahili usiseme, maka napiga hati nzuri kabisa, haina shida. Mwalimu akasema akasema, kwa kuwa nimeokoka, nimempenda Yesu na ni Yesu ni mali yangu, nataka hebu simama uwe kichwa na unenda kwa tuwakilisha. Mitihani imekuja nimefanya katika zile shule 8, mimi nikawa mtu shuleni kwetu nikawa kwanza, lakini katika zile shule 8 pale nikawa mtu wa 6, kitu kama wa 6 wa 8. Kwa hiyo unaanza kuona out from wanafunzi kama 800, 1000 kasoro. Kwa hiyo nikapita pale, na si kwamba kwa nini kitu nifanya niweze kufikia level zile. Nikasema Mungu hakuanzishii kazi yoyote kwenye dunia. Mimi ningeandika haraka. Mungu hakuanzishii biashara, Mungu hakuanzishii maisha, Mungu hakuanzishii kusoma. Anayeanza kusoma ni wewe. Mnanielewa vizuri hapo? Leo tuko naongea kitu na brother zangu pale, tukasema maarifa ni nini? Maarifa ni uwezo wa kufika mahali, kwa maneno mengine, toka mahali pale ulipokaa, anza kutafuta taarifa. Sio hivyo? Zile collection of information, data of information, kwamba kilimo cha mpunga kinalimwaje. Sio hivyo? Unajua watu wanalima hivi na hivi. Wanafugaje? Kwa nini kuku wanaishi leo? Wanatumia dawa hizi. Kwa nini makambale yanafugwa? Kwa nini samaki zinafugwa? Kwa hiyo ulimwengu wa kwako binafsi ni muhimu sana, na uweze kujua na kusimamia ulimwengu huo, unahitaji sana utashi. Sema utashi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Nimejenga foundation vizuri? Nimejenga foundation? Wangapi wanataka kufanikiwa? Yaani sisi tulikuwa hapo, wangapi wanataka kufanikiwa? Wala usiku hapo kuombea mgonjwa ili upone. Mimi niko hapa kukutoa mahali hapa. Nikasema hata kama sijakuwekea mkono hivi, the way unavyozidi kusikia. Biblia inasema imani huja kwa kusikia, sio kuombewa. Alafu unasikia nini? Neno la Mungu. Amen. Neno la Kristo ndani. Unaposikia vitu vinaanza sasa kuwekwa sawa, kwa sababu tuliumbwa kwa neno la Kristo. Nisaidie kusema amina. Force yourself to change your life. Hebu tuende hapa. Hakuna maisha mengine kwenye hii dunia ambayo tunaweza tukaongezeka kwenye dunia. Mimi ni matokeo ya kujilazimisha. Naongea na mtu mmoja ananielewa. Mimi ni matokeo ya kujilazimisha. Kwenye familia yangu katika hali ya kawaida, nikikupeleka kwetu kijijini, nafikiri mimi kwenye familia yangu, mimi familia yetu ya mzee Lazarus, mimi sina jisifu, mimi ndo nimeanzisha uhai. Mimi ni mtoto wa 6 kwa mama. Kwa baba si nasifanya mtoto wa 13 nafikiri, sijajua. Kwa sababu alioa wake wengi kidogo. Lakini mimi ni mtoto wa 6 kwa mama, kati ya watoto 8. Leo hii nikidrive gari nafikia nyumbani kwangu, kwenye mji wangu mimi. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu kuna maeneo niliyakataa kabisa nikiwa bado mdogo sana. Hapa uhusiani kabisa Mama Avi na kumjua Yesu na kumtaja. Mimi nilikataa kabisa. Nikiwa darasa la 3 nikaa naugua sana na maisha duni kwenye dunia. Kwa hiyo nilianza sasa kujilazimisha mwenyewe. Walimu wa Kiingereza ilikuwa ni shida mno. Lakini nikiwa darasa la 3 nilikuwa nachukua magazeti ya Daily News. By then, yes, I don't know, kipindi hicho yameandikwa Kiingereza. Kwa nachukua yani page ya Kiingereza ya gazeti, nina copy na andika fudu kabisa daftari. Lakini nasoma baadhi ya maandiko, mengine naelewa, mengine sielewi. Nikaa naendelea kusoma. Lakini mwisho wa siku nikasema, mimi iko siku moja whether nitakuwa mwalimu au nitatoka kwenye hatua ile nayo. Nakumbuka sana chemli ambayo nilikuwa naitumia, whether ilikuwa ni kiberiti na mimi koroboiz, mnaweka mafuta taa ndani, alafu ndio unawasha. Kwa tambi ukikaa kwa muda unasoma, moshi ule moshi wake ni mkali sana, unaingia puani kwa muda mrefu sana. Na ukiendelea ghafla unaingia kwenye mafua kwa kiwango kikubwa sana. Lakini mimi nilikuwa sasa, bahati nzuri mama yangu na alitambua, alikuwa anaona kama huyu mtoto mbona tofauti. Kwa akanunulia chemli fulani za mbao. Kuna chemli lakini za mbao. Kwa hiyo nikaa natumia. Siku moja wakaendelea kusoma katikati ya wingu kuu la wachawi na nguvu mingi za giza, nikiwa pale. Nikiwa kwenye mtihani siku moja, huwezi amini, nasoma kama saa 7 saa 8 hivi, nikaona mkono umekuja kazima ile taa. Hapo ilikuwa baridi nyakati kama mwezi wa 6. Na hapa sasa najua chochote. Pale nikalala. Nilipolala asubuhi nimeamka nikakuta nimechanjwa mwili. Yaani ni kama damu hivi. Mamangu alivyoona alilia sana, alijisikia vibaya sana kile kitu. Na nikamwambia mama, kwa sababu nasoma ndio maana nilizimiwa taa. Simfahamu ni nani aliyozima taa. Mwanangu kaniambia, sasa usisome mpaka usiku. Nikamwambia mama, hapana. Mimi natarajia kuwa mwanasheria mkubwa sana. Mimi natarajia kuwa ni mwanajeshi. Nikaanza kutaja vitu kama hivyo. Wakati baada ya siku 3 kutamka ni maneno yale, ndipo nikachukuliwa katika ndoto sasa. Nikaletwa kwenye madhabahu ya 4 ambayo sio hii. Ndio nakwenda kuwajengea mwakani. Madhabahu ya 4 ambayo itakuwa center kabisa. Watu watakaa huku sasa, kule, watakaa huku na kule. Nikaletwa kwenye madhabahu. Alafu nikiwa kwenye madhabahu hapa. Kumbukeni, kila mmoja ana ndoto. Nikasema kila mmoja yupo kwenye podo. Msitoke hapa. Je, umetoka kwenye podo au bado upo kwenye podo? Kwa sababu kama utakuwa bado kwenye podo lako, somo hili litakusaidia wewe kujitoa kwenye podo. Amen. Inaonekana ni podo la umaskini
au podo la magonjwa au podo la kushindwa au podo la kukatishwa na watu, utatoka. Kwa ndani ya siku 3 nikaota, nikaletwa kwenye madhabahu. Afu nikiwa kwenye ota hivi, nikaona wamama wengi na vijana wamezunguka madhabahu huku, wengine wamezunguka kule, wengine wamekuwa kwenye kona. Unaona nilivyojenga chache? Wengine wamekaa kule na wengine wamekuwa hivi mbele yangu. Afu nikiwa pale, kama sijaanza kupreach hivi, nikarushiwa combat. Combat ni kubwa sana. Nikaambiwa, utaivaa hii wakati utakapofika, utanitumikia mimi ukiwa na kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kilichotokea nini baada ya kupata ile ndoto? Nilikuwa nalazimisha, nipigane makofi basi, vitu hivi viwepo. Siku moja niishi kwenye hii kitu. Mnanielewa vizuri hapo? Kwa hiyo kwenye ndoto yoyote ya mafanikio kuna upinzani mkubwa, ungeandika hivyo. Kwenye kujisukuma kwenda kwenye ndoto zako hakuna kubembelezwa. Hata tokea mtu wa kukubembeleza, hata tokea mtu wa kukutia moyo. Amen. Kwa sababu mwenye ndoto hiyo ni wewe. Utakapoionesha hiyo ndoto kwa mtu mwingine, anaweza katokea mtu mmoja akajiita jina usilolijua, anaitwa dream killer, amuaji wa ndoto. Tunaelewana vizuri hapo? Ni kwa sababu kabla ya ndoto yako hujaikamata, kabla ya ndoto yako hujailazimisha ili kwamba yende kakubadilishia maisha, dream killer atainuka. Akishainuka, akishaijua ndoto yako. Kuna watu leo hii wanaishi wamefanikiwa sana kwenye dunia, lakini sio ndoto zao, ni wamezitumia ndoto za watu wengine. Leo wamekuwa ni mabilionea. Mnaelewa vizuri? Wametumia ndoto za watu wengine, wametumia pia maisha ya watu wengine, wameishi kwenye nyumba zao ambazo sio za kwao, kiwalizia nyumba za watu wengine. Nikiwa pale Arusha sasa mwaka fulani, somo hili nimelipanga liende kwenye shuhuda nyingi sana ili kumjenga mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiwa pale Unga Limited, nilikuwa naabudu pale kwa pastor moja Msuya. Nikiwa pale na abudu, bado chali mdogo kabisa, nikiwa naabudu pale. Basi tumekaa siku moja, nimekuja nikaanza kupata ushuhuda. Sasa natarajia, maki mchungaji ananiuliza, utaoa lini na unatarajia kuoa wapi? Nikasema bado sana kuoa, kwa sababu bado nafikiri ndoto zangu bado sijafikia. Ndoto gani? Kabla ndoto ya kwanza tayari gwanda navaa. Sasa nipigie makofi jamani. Lakini ndoto ya elimu, ukumbuke wakati huo sasa ninaongoza darasani, lakini naongoza kufeli. Umesikia vizuri hapo? Kila mitihani ya mwisho unafeli. Kila mitihani ya mwisho kila mitihani ya mwisho ukifanya unafeli. Lakini nayo ndoto, na hiyo ndoto sikuieleza sana baada ya mama kumwambia. Ikabidi sasa niendelee kuugua. Kwa maneno mengine, wewe ambao unanifuatilia, ni vizuri ukasema hivi, napaswa kuugua na ndoto yangu ndani, kwa sababu ndoto uliokuwa nayo ndio mwalimu namba 1. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jifunze kujifunza, narudia, utanielewa. Jifunze kujifunza kupitia ndoto yako. Na hiyo ndoto imebeba makosa mengi, yani mistakes. Waingereza sema we are learning through our mistakes. Basi mshangilie Bwana Yesu jamani, kwa sababu hiyo mistake, makosa hayo ambayo wewe leo unajifunza, ndio ndoto yako. Don't ever live, amen, don't ever escape from the mistake that ambayo imefanyika kwenye maisha yako. Chukua kosa ulilonalo, lifanye kuwa mwalimu kwenye maisha yako, kwa sababu huyo mkosa halitalala, wakati wote litakuwa awaken. Amen. Litakuwa kukumbusha, don't do this, do that, keep on doing that. Hii wakati wote inakueleza jambo hilo. Kwa hiyo nikiwa pale Arusha, yule mama mchungaji akaniambia, sikiliza, mara zote usikubali kumpa ndoto yako mtu. Nikasema kwa sababu gani? Akaniambia, mimi unaniona hapa, mimi ni miongoni mwa watu waliofanikiwa nyuma ya ndoto za watu wasioelewa. Akasema mimi sikustahili kuolewa na huyu mtumishi wa Mungu, kwa sababu mtumishi wa Mungu huyu alikuwa na mchumba wake,
Mchumba wake ni rafiki yangu mimi sana, tunaelewa vizuri hapo. Akapeleka mpaka barua ikakubalika, umeelewa, na mahali akapeleka. Lakini wiki moja baadaye yule rafiki yake akatokea, rafiki yake ambaye alikwenda nje ya nchi, amesoma kasa, karudi. Alivyorudi akamwambia kwa nini utakuolewa lini? Akasema nimekuja mimi sina mchumba, ni wewe. Kwa hiyo huyu dada akabadilika, akakataa kuolewa na nani? Na huyu mchungaji, kwa sababu alikuwa na madevu ya ajabu ajabu. Akakataa kuolewa naye. Unajua nini kilichofanyika? Kwa sababu mchungaji aliwajua ni marafiki. Tunaelewa vizuri hapo. Akamwambia, sikiliza, kwa kuwa rafiki yako amekataa, naomba basi wewe uwe mke wangu. Kwa sababu wote wameokoka vizuri, ikabidi mahali zibadilishwe toka huku kwenda sehemu nyingine. Leo wamefanikiwa sana. Kwa hiyo usiseme sasa baba mbona ushuhuda wenyewe si mzuri. Ni mzuri kwa sababu gani? Upande wa pili hujua na kuwazia nini. Usio mwepesi kusema kila ndoto yako kwa mtu yoyote yule. Yaani sio kila mmoja anapaswa kujua nini ulichonacho. Kuna mambo brother tunahitaji kuahidi wenyewe, yakae mpaka yatokee. Mshangilia Bwana Yesu. Hey, amnielewi? Wako ndugu wanaweza kufanya kuwa ni hijackers au star hijackers, ndugu kabisa, bloodly kabisa, damu na fanana, lakini anafanyika kuwa nini? Kuwa wapinzani wa ndoto yako. Kwa hiyo bila nguvu ya kujisukuma mbele huwezi. Hebu tuende pale mwanangu Yusufu, sitaki kutaja andiko gani, lakini Mwanzo fungueni pale. Yusufu yeye alipokuwa na ndoto, namba moja ni ndoto, sema ndoto, ndani yake pana uwaziri mkuu, ndani yake pana utawala, ndani yake pana heshima fulani, ndani yake pana ubora mkubwa ndani yake. Lakini sikiliza, hakuwa na nafasi ya kuweza kuizuia ile dream yake mwisho wa siku iweze kuwa bora zaidi, au muda uje ili uweze kutimia. Nini kilichofanyika? Usiku ule akaota ndoto. Mungu alimuonesha kwamba wewe ni mtawala, wewe ndio utakayeweza kurescue sio kizazi hiki, ni generation kubwa sana mbele. Yusufu hakuweza kubaki naye ile ndoto. Ninaye ndoto, amen, ni nzuri sana. Ni watu gani ambao wewe unawabebesha maono yako? Ni watu gani ambao unashirikiana nao? Ni watu gani? Mungu anachukia sana unapokosa kumjua mtu wa thamani kwenye maisha yako. Utaandika kule kwenye kitabu kile cha Hesabu, ile sura ya 20, Hesabu sura ya 22, utaangalia pale kule, usidisplay hapa, kule tutakuja pale. Tuje hapa. Sema Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari. Unaweza kuona ameota ndoto, amewapa ndugu zake habari. Ni watu wa aina gani unawapa hizo ndoto zako? Ni watu ambao wamekuwa sufficed. Yaani lazima utafute watu ambao wamekupita viwango vikubwa sana. Mimi nilikuwa natumia watu ambao nilikuwa nasimulia, nitakuwa mwanasheria, nitakuwa mwanajeshi, nitakuwa mchungaji. Nilidhani kwamba watu wananitekea mema. I'm telling you, nilipita kwenye kati ngumu. Kurogwa waliroga kwelikweli. Waliroga siku moja, hii nitatoa ushuhuda yake siku nyingine pale nitakapoona nimetulia, nitakuwa nimewapeni nikastori kaajabu. Mama yangu aliponiona akaanza kulia kwelikweli, akasema umeona wanda kumfanya nini bwana? Umeanza kuona kuna siri ambazo ukianza kuvisema sema ovyo unaanza kukamatwa sehemu. Nimesema kaota ndoto, akawapa ndugu zake, tena sio marafiki, nao wakazidi kumchukia. Hebu tuangalie brother, walichofanya wamchukie Yusufu ni nini? Ni ndoto. Je, Yusufu angekaa kimya, wasingemwita mdogo wao? Wangempenda, they could even love him so much, wangempenda mno, lakini kwa sababu tu yeye kimbele chake. Sasa pamoja na hayo, naongea na mtu mmoja hapo, kwa sababu tulipompokea Yesu tumepita kwenye maisha magumu sana, sivyo? Sivyo jamani, tukubaliane, tumepita kwenye maisha magumu. Wengine walishafukuzwa na ndugu. Mimi nilishafukuzwa na ndugu mara kwanza saa 7 baada ya kumpokea Yesu. Nilifukuzwa saa 7 mchana Buguruni, nikatupiwa begi. Baada ya kumpokea Yesu tena nikatupiwa tena begi saa 4 usiku.
wakati naanza sasa kuanza kuchanja kwenye maisha ya mafanikio, nikatupiwa begi saa 4 usiku, na bado nikatoka nikapokelewa na watu wenyeji wa hapa Dodoma, na lakini mwisho wa siku nikaletwa kanisani. Kwa nimekaa kanisani na deki kanisa na lala hapo kwa muda wa miaka mingapi? Miaka 2. Sina shuka, sina chochote. Ukienda pale Kibaha Mwembe tayari kanisa la EAGT, Askofu John Kuguru, ndio mtajua kwamba mimi pale wananifahamu kwa jina la Lazaro, jina la baba yangu. Kwa hiyo lazima tujue hiyo. Kuna maisha ambayo tunahitaji kujilazimisha tu, hamna njia nyingine. Yusufu alipoeleza ndoto yake, nguvu zake zote zilikamatwa. Amen. Ilibaki tu neema ya Mungu. Sasa usiishi kwa neema tu ya Mungu. Mungu anahitaji kuishi kwa hiyo neema, kwa sababu neema inakuja mara chache, grace. Mungu anakutaka uishi sawa sana na potential au nguvu au nishati ambazo zimewekezwa ndani yako. Usiache kujaribu kufanya vitu. Jaribu tena na tena. Wananielewa? Sema mimi na nguvu. Jaribu, force it. Maana kuforce kulazimisha vitu. Yaani leo umeanzisha biashara leo, lakini ghafla ukashangaa soko limeshuka kabisa, si ndivyo? Haimaanishi wewe sio mfanya biashara. Wananielewa? Sema mimi na nguvu. Wakati mwingine unafika mahali kabisa, wale ambao umeingia kwenye mahusiano, hakuna kitu rahisi, lazima kulazimisha. Nikasema binti, usikubali sana kudanganywa. Mtu akija akikwambia nataka nikuoe, pima viwango vyake. Ana Yesu, ana Mungu, ana miguu miwili, ana akili, anafanya kazi. Mwambie mimi sio mtu wa kuchezewa. Umekuja umenasa, come on. Mbona malizi? Kwa sababu mimi siolewi. Unasema lazima iwe. Unaforce vitu vya thamani kwenye maisha yako. Usiforce kwa sababu umechoka, una njaa, basi mti wanguki yako huko utalala. Force vitu vya thamani. Jua ya kwamba wewe ni mgodi unaotembea. Mimi ningeendelea kuandika haya vitu ambavyo navisema. Mimi ni mgodi unaotembea, mimi ni mashamba makubwa, mimi ni miradi mikubwa. Ningesikia kusema amina nguvu hapo. Mimi ni fulani. Wewe ni zaidi ya karia uliokuwa nayo. Wewe ni zaidi ya elimu uliokuwa nayo. Wewe ni zaidi ya maisha uliokuwa nayo. Wewe ni zaidi, una eneo fulani la beyond level of your life. Una eneo fulani ambalo hilo ni la kwako wewe. Nisaidia kusema amina nguvu. So Mungu yeye huwa hamlazimishi mtu. Pointi yangu ya msingi kwamba uwe tajiri. Mungu hakulazimishi wewe uwe hai. Mungu hakulazimishi wewe ubarikiwe. Mungu hakulazimishi, bali wewe unapojilazimisha kwa Mungu, Mungu anakubariki. Wewe unapojilazimisha kwenye eneo fulani, kuna breakthrough yako. Push and push. Try and try. Whatever kind situation. Yani haijalishi hali na kuwaje. Mawimbi makali, majaribu ni makali sana. Unatukanwa, unafedheshwa, unadhalilishwa, lakini wewe uko ndani ya podo fulani. Unajiona ni mama likubwa Patricia, wewe ni mdada fulani, wewe ni kabisa. Unafika mahali, nenda ona kule mbele, iko siku moja unatembea na wajukuu zako. Anza kwa don't ever give up. Una wajukuu wana akili kabisa za thamani. Unashangaa unamwona mjukuu wako sasa. Kuna mjukuu mmoja amesoma, amekwenda kuchukua degree yake ya kwanza Switzerland. Amechukua degree yake ya kwanza. Msiishi hapa Dodoma na Ihumwa, pale Kamtakenu kale, pale Morogoro pale Songea pale. Wewe ondoka, go. Usipotoka pale from within, utaishia pale. Biblia inasemaje? Mtu ajionavyo, twende pale. Mtu ajionavyo nafsini mwake, ndivyo alivyo na ndivyo atakavyo kuwa. Mbona mseme mimi na nguvu? Haleluya. Mtu ajionavyo nafsini mwake. Mithali ngapi jamani? Mtu ajionavyo nafsini mwake. Let's go deep over there. Anasema katika hii jitie nguvu sasa, katika kumtii Mungu, kwa sababu tayari una Yesu Kristo, sio? Jitie nguvu, mtii Mungu wa mbinguni, ukijua kwamba yeye amekuumba kwa sura na mfano wake. Lakini pia jitahidi kujilazimisha. Nisaidie sema kujilazimisha, kubadilisha aina fulani ya maisha. Brother, kuna maisha ambayo unatakiwa kuishi. Watu wakikuona hivi wanasema ni katili, lakini very soon
watajua sio katili. Wananielewa? Sema amina nguvu. Wakina mama semeni amina, wababa semeni amina ya nguvu. Yaani kuna line fulani ambayo unahitaji kuipitia, kwa sababu unayo ndoto, na hiyo ndoto hujampatia mtu mwingine. Mwenye jukumu la kuitafsiri hiyo ndoto ni wewe. Habakuki anasema hivi, anasema nao iandike ndoto yako, ifanye kuwa wazi, na kila mtu anapoiona aisome kama nini? Kama maji. Yaani pasiwe na mashaka na matatizo kwamba huyu ni kiongozi ajayo, huyu hapa, huyu ndio mama atakayetuokoa sisi, huyu ni binti fulani, huyu ndio. Kwa hiyo hatujaokoka tu ili kwamba tukimbie mapepo, hatujampokea tu Yesu fulani ili kwamba tufike mahali tuogope nani atatuzika, nani sisi ni zaidi ya hii hali tulionao. Mimi ningesikia makofi matatu juu mbinguni kwanza. Maana unavyo mtu nafsini mwake, sio kichwani mwake, ndivyo alivyo. Akuambia haya, kula, kunywa, lakini moyo wake hauwi pamoja nani? Nawe. Kwa unaanza kupambana na mavitu ambayo yanakukatisha tamaa. No. Don't ever lose your hope. May the Lord uplift you in the name of Jesus. Mungu akuinue katika jina la Yesu. Nasema Mungu akuinue kwa jina la Yesu. Nasema Mungu akuinue in the name of Jesus. Yako maswali matano ya muhimu, namna kujianza kujilazimisha ili uwe fulani unataka. Kila mmoja ataandika kule unataka uwe nani. Mimi sina cha kupoteza. Mimi nimefikia ndoto zangu hapo. Mimi sasa hapa ni kugenerate tu maisha yangu. Nipigane makofi. Kwa sababu ndoto zangu zote ambazo niliwahi kuziota sasa hivi naanza kuzithibitisha. Vingine zinatimia zamani, ni chache sana. Kuna vitu ambavyo vipo mtaanza kuviona tu kwa neema ya Mungu, na mimi nitawaona pia mkiendelea kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja anza tafuta ni eneo gani bado unahitaji kupush. Kuna wakati kabisa unahitaji pia niko naongea vijana wangu, kwani ukila milo miwili unakufa? Huwezi kufa. Ukila mlo mmoja unakufa? Huwezi kufa. Ni mentality za kimashetani tu hapa na mipango ya New World Order. Neno New World Order niko naeleza ni mpango ambao wa dunia mpya umekaa namna kuweza kudhoofisha Waafrika, watu ambao mko chini kabisa. Tuwafanyeje hawa? Hasa tuwaandalia vyakula. Ndani ya hivi vyakula wanaweka chumvi ya kutosha, wanaweka sukari ya kutosha, wanaweka mafuta ya kutosha. Unasikia mtu analia baga, mtu analia nini, muda wote umekaa. Ni mpango wa masonic, ni mpango kuzimu ambao unaishi kwenye dunia. Lengo kwa kwamba wewe uweze kula. Mtoto mdogo leo hii, watu wadogo wanakutana kisukari, sio hivyo? Watu wanatibiwa sukari. Ni kwa sababu gani? Sio hajarogwa. Ni mpango kuzimu kabisa. Umekaa tu wapunguzeje hao. Hebu angalia Bill Gates juzi anasema kwamba kuna gonjwa jingine linakuja la hatari zaidi kuliko corona ile ambayo mliona. Hii ni hatari zaidi. Sasa huyu ni pumbavu kabisa, inafika mbali. Yaani umefanikiwa kiwango ambacho sasa tunataka tutengeneze mlango dunia yetu nyingine mpya. Wewe utaondoka katika jina la Yesu. Wewe utaishi na ndoto zako zitatimia. Nasema iwe in the name of Jesus. Maswali ya kujiuliza ni haya. Wewe unapaswa kujua nini kinachokuzuia kubadilika. Number one question. What is preventing you, amen, from changing? Nini kinachokuzuia wewe usibadilike? Mimi ningekuwa na peni nyekundu hapa, naandika na kule mbele, nasema kinachonizuia mimi nisibadilike ni nini? Unajua umri unakimbia. Juzi nilifundisha nikasema hatua za mafanikio ya haraka sana. Mtu anapaswa kujua majira anayoyaishi. Namba 2 nikasema muda. Mnakumbuka vizuri? Namba 3 opportunity au fursa. Namba 4 nafasi. Lazima ujue haya mambo. Unaishi kwenye majira gani? Muda gani ulionao? Haya fursa. Kila jambo hasa kwenye eneo la fursa ni hili hapa. Matatizo yote kama unaandika, ugumu wote unaopitia leo kwenye swali, badilisha hali ya ugumu unaopitia leo kuwa ni fursa. Kufukuzwa ni fursa. Kukataliwa ni fursa. Kuachwa ni fursa. Najua watumishi wengi watakuja watakuambia kuachwa ni nini, laana, si ndivyo? Mimi baada ya kufundisha somo hili sema hii ni fursa. Maana kuna eneo hutoshi na ndio maana unaachwa. Kama kuna eneo ungetosha, huwezi kuachwa. Mgodi hauwezi kuachwa. Dhahabu haiwezi kutupwa. Wewe ni fursa. Nini kinachokuzuia kubadilika?
andiko letu la msingi tulisema lile kitabu kile cha Warumi ile sura ya 12 na ule mstari wa 2, anasema basi jigeuzeni mfanye upya nia zenu. Nia zenu. Nini kinakuzuia? Namba 2, je, umemruhusu nani akubadilisha kwenye maisha yako? Yaani nani umemruhusu aweze kubadilisha maisha yako? Mimi pale nimeandika, je, umemruhusu Mungu aweze kubadilisha maisha yako, au umemruhusu mjomba, au umemruhusu shangazi, au umemruhusu mtu fulani? Kuna watu wanaishi kwenye hii dunia, nimesema kwamba wamekabidhi ndoto zao. Niko na mweza brother leo, inakuwaje mtu anapata milioni 100 afu angalia mwaka mmoja na kwa maskini hivi? Usanataka atuango kwenye kinu? Yaani mtu mchukue mzima kwa nalia, funga mikono, funga kichwa, unamwambia mwaka juzi wewe ulikuwa na milioni ngapi? 100. Leo huna. Huyu afe kabisa, aondoke. Huyu ndo anatuzibia sisi. Pastor Jackson anashika mdomo anaangalia. Wewe ni mwanafunzi mzuri na ushike tafakari sana. Yaani haiwezekani, kwa sababu nilisema hivi mabadiliko ya Mungu yeye, sawa, hayana umri. Mnakumbuka vizuri? Umri Mungu amekataa. Kwa Mungu hakuna umri, kwa sababu Mungu yeye ni mzee. Mzee ni mmoja tu, Mungu mwenyewe. Wewe una miaka 80 bado watu wanadai pension zao. Miaka 80 na kitu bado wanadai pension. Wewe miaka tu 30, miaka 54 umekata tamaa. Umefika mara umepata milioni 100, una miaka 54 eti umezeeka. Unashiki miaka 2 hela una, au miaka 1 tu unachukua hizo fedha unapeleka kwenye mifuko ya UTT. Ni nzuri, maka ni uoga. Wewe maka unajieleza mimi ni mjinga plus chukua ni hela mniwekee. Alafu nitakula chukua 30. Wala jua mwaka utakuja. Weka alama. My brother kaniambia hivi, wakati wote tutengeneze standard, si ndivyo? Yaani tengeneza kuna level fulani fikia. Level fulani. Kwa hivyo ile jamaa kuna lise fulani, lilistafu kazi likapata milioni 100. Baada ya miaka 3 anaongelea na mtu milioni 400, milioni 500. Umeelewa vizuri? Alafu baada ya miaka 6 afa anakufa. Hebu angalia, kuna wanaenda kuzika wanalia. Hawali. Wala kupiana ngoma na muziki mzuri kabisa. Mchaku tumaini sina. Wamevaa suti kali kabisa na miwani hivi, wanakucheki. Wanasema mwanamume, wewe umefanya vitu vikubwa. Mwanamke, umefanya vitu vikubwa. Ulikuwa na milioni 100, leo umetuzalishia milioni 600. Brother, ukifa uozi. Ukifa uozi. Mimi naeleza kwa mimi mambo nafundisha kwa sababu na Yesu. Sina jambo jingine kuwaelezeni. Najua ukikaa kwenye njia nzuri mbinguni tunakwenda wote. Jipigieni makofi vizuri. Matumizi sahihi ya akili ulionayo, mbinguni utavaa mavazi meupe. Jipigia makofi wewe. Matumizi mabaya ya akili, wewe mbinguni utavaa ngozi nyeusi. Na wanavaa nguo nyeusi unajua wanaenda wapi? Tunawafahamu. Tutakutana kule. Usiwe. Namba 3, ni tabia gani kwako sumbufu na unataka uiache leo? Tabia gani sumbufu unataka uiache leo? Ya lazima ujue kuna tabia, kuna maisha ambao, kila hayo maisha ambayo ndio yanayokutesa. Biblia inasemaje? Paulo anasema wala msifuate kanuni za dunia hii. Kumbe kuna dunia, mnakumbuka vizuri? Nikasema kila mmoja neema ana dunia yake katika ulimwengu roho. Okay, wangapi wanakumbuka nilisema hivyo? Wanakumbuka nikasema kila mmoja ana dunia yake nani? Unakumbuka? Kumbe kuna dunia ambazo zinatubadilisha sisi kutoka kwenye dunia zetu. Sasa Paulo anawakuta watu anasema hivi, wala msifuate kanuni za dunia hii. Maki dunia hii ina tabia zake. Wewe una dunia yako. Kwa ukiishi kwenye dunia yako, kumbe kuna dunia nyingi sana. Kuna dunia kama sayari, lakini kuna dunia katika ulimwengu wako wa nini? Wa roho, ambao hii nimesema umekaa kwenye podo lako. Na hilo podo hakuna mtu ambaye anaweza jua. Wanakuona unastawi, wanakuona unasonga mbele, wanakuona unafanikiwa, wanakuona unabarikiwa. Hebu jipigie makofi mazuri. Ndani ya dunia hii ya watu wengi, yenye tabia zake, yenye mtazamo wake, wewe una dunia yako. Wewe una standard yako. Brother, jipigie makofi basi. Wewe unayo standard yako. Na hiyo standard ndio inafanya watoto wako waishi kwenye hiyo standard. Mke wako ataishi kwenye hiyo standard. Uzao wako unaishi kwenye hiyo standard.
Mwisho wa siku unatajwa kama kwenye Yeremia 35, mnakumbuka? Anasema na wana wa Rekabi, unakumbuka? Alafu na wana wa Isakari. Siku moja watajwa na wana wa Nabii Lambano, na wana wa Mama Neema, na wana wa tutajwa katika ulimwengu wetu. Somebody say amen. Usifi kama mbo kwenye dunia. Kufa ukiondoka kwenye dunia, hakuna utakachodaiwa. Mungu akikutana nawe papa, anasema wewe ni mwanamke kweli, wewe ulikuwa mwanamume kweli, lakini hapa mwanamume huyu mmoja umeshinda vita. Alafu anakubadilisha na cheki, anakugeuza macho, anakuambia tazama pale ulipoacha. Ona hao watu wanavyofurahia, ona wanavyokula vyakula vyao watoto wao. Hebu angalia, unamwona yule ni mjukuu wako wa 32, ameshika uma, ameshika kijiko, ameshika yani hakuna tena maji kumwaga ovyo. Unakushangaa, unasikia tu Mungu anakusikizisha, anakuambia angalia vizuri pa. Unakuta mtu nyama inakatwa anakula hivi, anakula wote zoezi kupalimia na kula. Unakula vijiko vinapita, visu vinapita, anakuambia hichi ndicho ulichokipanda mwanangu, njoo pumzika hapa. Haleluya. Unakuja mahali Mungu anakuleta anakwambia angalia chura zile ulizoziacha, mbegu mbovu ulizoziacha kule. Mwingine magerezani, mwingine amekatwa mkono, mwingine amefanya nini. Hata sikiza mwanangu, wewe kwa sababu nilikupa mbegu njema, lakini wewe ukaiharibu mwanangu. Pale wewe ndio kwa mlinzi. Wewe ni kwa mlinzi. Watakatifu wanapoingia unasema piteni hapo utapaa. Unakuwa kuna mashemasi watakapata shida kule mbinguni. Usiwe katika jina la Yesu. Usiwe wewe in the name of Jesus. Mimi sitaki kufurahisha, lakini anza chukua hii sauti yangu, ingiza katika uhalisia. Utagundua kuna eneo umechelewa. Wangapi wamejigundua? Kuna eneo kabisa linahitaji mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe. Ni tabia gani kwako nimesema sumbufu? Unakumbuka vizuri? Hebu angalia kitabu cha Warumi sura ya 7. Ule mstari wa 14 na mpaka ule mstari wa 19. Tutasoma tutarukaruka pale. Mtu mmoja anaitwa Paulo mtume. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume sura ya 9, Paulo alikuwa msomi wa dini na msomi kabisa, mzuri kabisa. Lakini Paulo alifika mahali aliishi kwenye dunia ya watesaji, dunia ya wauaji. Huyu Paulo mtume mnamwona, alikuwa akitesa watumishi wa Mungu, alikuwa akiua watu ambao wamefika mahali wamemkubali Yesu Kristo. Yeye aliishi na shule kubwa ya dini mbalimbali. Amekaa kule, anaamini. Siku moja Paulo anakwenda Dameski kwenda kutesa watumishi wa Mungu. Yaani leo hii tuseme watu wanakuja, wanataka waivunje ile kanisa, waje bomoe kanisa, wanakuja. On the way Paulo anakwenda, anakutana na Yesu mwenyewe. Umeelewa? Akampiga upofu, akaanguka chini, akauliza wewe ni nani? Yesu akasema mimi ni yule Kristo unayeniudhi, na kuanzia leo sasa nitakufanya kuwa mtumwa wangu. Hata usisubiri hivyo. Wewe usisubiri hivyo. Wewe sikiliza hii kitu afu anza kuapply. Kuna wakati unafika tu mahali unasikia kabisa ndani usile siku 3, ingia kwenye maombi. Lakini wewe unadharau eti. Unadharau, kumbe siku hiyo moja ungekosa kula, vidonda vya tumbo vingekaushwa. Siku moja hiyo ndio ilikuwa siku sasa ya kisukari kuanza kujionyesha kwenye mwili wako. Hiyo siku ulipoambiwa usile leo, ingia kwenye prayer. Unaelewa? Hiyo siku ukang'ang'ania kula, sukari kaingia ndani. Wanaelewa sema mimi na nguvu. Ndio maana akasema ni muhimu kuhakikisha tunalazimisha. Anasema kwa maana tunajua kuwa torati asili yake ni nini? Ni ya rohoni, vitu vya rohoni. Bali mimi ni mtu wa mwilini. Na nakiri sasa, mimi ni mtu wa dunia ya kuenjoy. Mimi ni mtu wa dunia wa furaha, kuruka majoka. Mimi ni mtu ni mtu wa kujionyesha. Nikisuka nywele tu, mitaa mizima wanajua nimesuka nywele. Tikisa wewe kitu katangoka siku moja kama nani. Wewe ndio unatembea. Jamani, hata watu ujua salimia, ujua kwa sababu unajipitisha bwana. Jamani shalom. Bwana mmeamkaje hapo? Kumbe unataka zoe nini? Nywele zako. Umevaa tu shati la mtumba tu. Umevaa. Basi nakwambia yani hatukohoi. Unapita sehemu hivi. Yaani kwa maneno mengine ungesema unaniona leo nimevaa, nimekula jeans kari, nimekula kiatu. Ni dunia hii hapa. Yaani dunia tunaishi ni dunia ajabu ujue. Inafika mahali unachukua kiatu wewe ukutaki kununua kiatu.
Kuna mavitu unatakiwa ufanye. Umeona kiatu usawiri, si usawiri, kimekaa hivi, kingine kimekaa hivi. Wewe mlatu umevaa, shauku yako ni watu kushangae. Eti basi tu yani, jamani smart yule. Wewe kuna mavitu ambayo Mungu afikiri hivyo. Mungu hajakuwaza, hajakuweka duniani wewe entertain ujinga wako. Kuna vitu nakwenda kule mbinguni, na mimi nakwambia mbinguni tunakwenda haki ya nani? Mbinguni tunaenda wote hapo kwa jina la Yesu. Lakini kuna mavitu. Paulo anasema kuna mambo ya rohoni bwana, bali mimi ni mtu wa dunia hii. Mimi nimeuzwa chini ya dhambi, nimeuzwa chini ya starehe, nimeuzwa kila eneo. Anasema maana sijui nifanyalo. Yaani hapa mimi nimechanganyikiwa. Kuna watu wamempokea Yesu Kristo, lakini hawajui kabisa namna kumwabudu Yesu, namna kuenenda haya maisha. Dunia ni nzuri sana ukiwa na Yesu. Dunia huna Yesu ni shida. Kuna watu wameokoka, lakini wanaongozwa kuumizwa, wanaongozwa kufilisika, wanaongozwa kuibiwa. Ni kwa sababu gani? Umempokea Yesu, lakini una dunia ingine unaishi. Halo. Anasema ili nipendalo silitendi, bali ili nichukialo ndilo ninalolitenda. Mstari wa 16 na 17 anasema lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, na ikiri mimi mwenyewe ile sheria kuwa ni njema. Mstari wa 17 anasemaje? Basi sasa si mimi nafsi yangu, wacha nikubaliane, dunia imenitesa. Dunia ndio inanisukuma kule mbele, dunia ndio inaniongoza. Maana kwa maneno mengine Paulo anasema kwamba utashi wangu umekwisha kuibiwa. Mimi ni kopo tupu, wala siwezi tena kusogea, na sina maamuzi yoyote. Nini maana? Ninaamuliwa kwenye eneo lote, nafanyiwa maamuzi. Siwezi kuanzisha biashara, siwezi kufanya hili, siwezi kufanya hili lolote lile ambalo hili lingeweza kutengeneza generation yangu baadaye. Anasema bali ni ile dhambi ikayo ndani. Anajikataa sasa, sio mimi bali dhambi ikayo ndani. Kumbe ndani ya mtu tukasema kuna ulimwengu wako, na adui alipokuja akavamia ndani, akavamia ulimwengu. Alipovamia ulimwengu akakaa ndani. Ndio maana Yesu alipokuja, yeye akahakikisha kwamba anakaa ndani ya mtu, anamuondoa yule mtu aliyokaa ndani, ambaye ndio adui shetani, ndio anayeharibu. Akamtoa, akaingia yeye, akasema mtu anilaye mimi anatangaza uzima. Mimi nitakaa ndani yake, nami nitakaa ndani yake, yeye atakaa ndani yangu siku zote kwa utii na unyenyekevu. Ndio maana unaweza omba mara chache, vitu vinatokea. Unaweza fanya kazi kidogo, vitu vinatokea. Kuna mtu anaomba siku 30, wanaomba siku hii umefunga, umefasa siku moja tu, mambo yanatokea. Jipigia makofi. Kaa vizuri na Mungu aliye hai. Kaa vizuri, jilazimishe kukaa vizuri na Jehova Mungu aliye hai. Paulo anasema sio mimi bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Inahuzunisha sana. Rumi sura 8 mstari wa 8 anasema, twende pale Rumi sura 8 ule mstari wa 8. Paulo anasema mavitu mengi ya ajabu. Anasema ole wangu mimi maskini, ni nani atakanitenga na nini na mwili wa dhambi. Anataja mwili wa mauti, nimetaja pale mwili wa dhambi. Kuna mwili wa mtu, anasema wale waufuatao mwili hawezi kumpendeza nani? Kumpendeza Mungu. Mstari wa 9 anasemaje? Tuendelee pale mstari wa 9. Mstari wa 9, msilale pale tafadhali, na huyu mwambie apewe andike pale. Anasema lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili. Jipigia makofi. Mbona makofi mnafanya hivi? Nasema jipigia makofi usikie ndani. Kuna kitu nakiingiza ndani yako, sema mimi na nguvu. Ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, maki ndani yetu tunalazimisha tuondoe uoga, tuondoe hofu, tuondoe mashaka, tukatae kufilisika, tukatae kwa watu fulani. Kuna mambo ya msingi hapo, mambo ya muhimu. Walionielewa sema mimi na nguvu. Mpango wa Mungu kwamba anataka tuwe watu wapya. Huu ni mpango wa Mungu. Sasa hivi kampeni iliyopo sasa duniani chini ya saa ya urejesho, huduma hii ni mpango wa Mungu, ni kutufanya sisi kila siku tuwe wapya. Kwa jilazimishe kuwa mpya kila siku. Kama unaandika, jisikilize. Haijalishi maumivu na mateso, haijalishi umepoteza vitu vya aina gani, muda uliopoteza watu. Kuna wakati wa mabadiliko yoyote, tegemea mawili au matatu. Kuna kupoteza watu, amen, kuna kupoteza vitu. Lazima ujue unapofanya transformation yoyote, lazima ujue kuna ndugu unaweza kupoteza, watu wa karibu au marafiki unaweza kupoteza, kwa sababu kuna eneo unajiforce,
unajilazimisha wewe uwe mtu fulani, uwe mtu fulani tena. Hebu angalia Korintho wa pili ile sura 5 mstari wa 17, Paulo anasemaje kwenye kujilazimisha, na Waefeso sura ya 4 na ule mstari wa 22 mpaka mstari wa 24. Kama unaandika sasa, Wakolosai sura ya 3 utasoma baadaye nyumbani, sura ya 3 mstari wa 9 mpaka wa 10. Nataka tuangalie tu Paulo anasemaje. Anasema hivi, hata imekuwa mtu akiwa ndani, shangilia Bwana Yesu, mtu akiwa ndani, yani ndani ya Kristo. Mtu akiwa wapi? Ndani. Yani ndani ya nini? Ndani ya Kristo. Hebu angalia hapa, amekuwa ndani ya Kristo. Hebu nisomea pale, amekuwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa nini? Mapya. Mshangilie Bwana Yesu. Kumbe mabadiliko yetu tunahitaji kuingia ndani. Nani ameanza kutengeneza ndani yake? Nani ameanza kutengeneza ndani yake? Narudia, nani ameanza kutengeneza ndani yake? Mtoto aweze kufaulu lazima aingie ndani yake, ajitambue kwamba yeye ni nani, kwa sababu ndani ndipo kwenye uhai, ndani ndipo kwenye ubora. Moyo wa mtu ndio kiwanda, kama unaandika, moyo wako ndio kiwanda kikubwa kabisa kinachoweza kubadilisha mitazamo, amen, fikra na mwelekeo. Na nini kinaendelea hapa? Anasema mara nyingi ndani ya moyo wako ukibadilika, moyo ukibadilika, vitu kadhaa vitabadilika. Kama unaandika, moyo wako, mtazamo wako ukibadilika, vitu kadhaa vitabadilika. Namba moja, lugha itabadilika. Language, lugha itabadilika. Au utakuwa msemaji sana. Brother, unaweza kuona kuna watu unaweza unapoongea nao, sio wanakutangulia kuongea kwa kila kitu. Unajua? Yani they know each and everything. They cannot give you a gap to speak. Umewahi kukutana na watu kama hao? Yani wangapi kukutana kama hao? Yani wao wanatangulia kusema. Yani kile ukitaka kuingiza kitu ameshakutangulia. I know it. Mimi najua hiki. Umeelewa? Najua hiki. Sasa hii hapa anasema moyo kwanza. Jambo kubwa la muhimu kwenye maisha yako, shughulikia moyo. Moyo ndo tatizo. Kwenye moyo ndipo mahali ambapo kiwanda cha kuzimu kinatengenezwa hapa. Kwenye moyo kuna hasira, sio? Kwenye moyo kuna uchungu, kwenye moyo kuna ugomvi, kwenye moyo kuna huzuni, kwenye moyo kuna uvivu. Shughulikia na moyo wako. Moyo ni kila kitu. Kitabu cha Mathayo sura 15 na ule mstari wa 19. Ezekiel sura 36 ule mstari wa 26 kama unaandika pale mpaka ule mstari wa 27, na Zaburi 51 mstari wa 10. Moyo ukishabadilika, nimesema namba moja kinachobadilika nini? Lugha. Tunakubaliana? Lugha ya mtu hubadilika. Namba 2, tabia inabadilika. Namba 3, marafiki hubadilika. Namba 4, maamuzi yanabadilika. Namba 5, maisha ya mtu huyu yanabadilika moja kwa moja. Kwa shughulikia eneo la hati, moyo. Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uwaji, uzinzi, uasherati, wizi, ushuhuda wa uongo na matukano. Hatoki kichwani, yanatoka wapi? Moyoni. Na unaendelea kujificha kwenye ile eneo. Mwisho wa siku huwezi kujilazimisha. Nataka kama unaandika, andika hakuna jambo lilokuwa gumu kwenye maisha yangu. Ungeandika hakuna jambo gumu kwenye maisha yangu. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni Mungu mdogo. Zaburi 82. Twende pale. Zaburi 82 na ule mstari wa 5 wa 6. Hamna. Nataka nikwambia kuna watu tulikubaliana hapa tunapoelekea mwezi wa 7 na wa 8 mpaka wa 10 wao wamefungua biashara. Wangapi mshashindwa tena? Mshashindwa. Wale wanataka kufanya biashara ni wangapi? Nione mikono yao tena kama mko hapa. Tumesema mpaka mwezi wa 10, very good. Tutafika mahali nishakuja nimefungua ile biashara na unaendelea, na uniambie unataka uende wapi. Hallelujah. Yani don't ever limit yourself. Usifike kama ukajizuia. Sema naiona kesho yangu, naiona hatima ile kule. Mwisho wa siku kumbuka nimesema hapa Mama Queen, wewe utaondoka duniani. Mungu akufumbi tu hivi, atakuonesha umeacha kina Queen, umeacha wajukuu, wala wajukuu na watoto 100 wako pale. Alafu Mungu akwambia, unaona ulivyokuwa mzembe wakati nilikupa nafasi ukakataa kujihatarisha. Hebu angalia, unaona kile kitoto kile
Yule pale, yule ni mtukuu wako, kitukuu chako cha 156. Na Mungu alivyo mwaminifu anaviacha. Alafu tazama kinapiga dansi, kinacheza dansi, si mchezo. Mara madogoli kinaruka huku, mara kimepiga nywele zimenyolewa, zimekaa hivi. Anakuambia haya ndio matunda uliowekeza. Ni muhimu kujua kwamba moyoni mwako kuna nini. Amen. Mungu akupe heshima na kibali kwenye moyo wako. Mungu autengeneze moyo wako. Mungu akufanye upya in the name of Jesus. Nenda ukafanikiwe sana kwa jina la Yesu. Wala usiogope. Sauti za watu zinaweza zikakukatiza, lakini ndani yako kuna sauti ambayo inaitwa sauti ya Mungu. Haleluya. Sauti ya Mungu ina push, inasukuma mabaya, inasukuma uovu, inasukuma ushirikina. Somebody say amen. Yesu Kristo yeye alianguka wakati kwenye yale mateso affliction yake. Biblia yako inasema na vitabu mbalimbali vya historia, anasema wakati anabeba msalaba akaanguka mara ya kwanza akainuka. Haleluya. Mara ya pili, wakati wote anaiangalia Golgotha. Tumshangilie Bwana Yesu. Unajua kama asingefika Golgotha, asingepandishwa pale Golgotha, leo tusingehubiri injili ya Yesu Kristo vizuri. Maana Yesu angeprove wrong kwenye maisha yetu kwamba yeye hakustahili kwa njia, uzima na kweli. Maneno yake Yesu aliyaishi. Makofi tena kwa Yesu Kristo. Yeye akaanguka mara ya kwanza, akaanguka mara ya pili, mara ya tatu, mpaka mara ngapi? 10 more than, mpaka pale tap akapanda pale. Alipokaa kwenye msalaba pale juu kabisa, alafu mpumbavu mmoja pembeni anasema hivi, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu basi jiokoe mwenyewe na tuokoe na sisi. Anasema pembeni kule, naomba sikiliza, ujue kama sisi ni wakosaji kuliko huyu. Unaelewa vizuri? Moyoni kukijaa vitu vizuri, lugha inabadilika. Mshangilia basi Bwana Yesu. Lugha yako inabadilika, mtazamo wako unabadilika, maisha yako yanabadilika, marafiki wapi utapata, because your heart has been cleaned. Can you put hand Jesus again? Kwa unaweza kuona Yesu akamwambia, sikiliza wewe. Hakushughulika na wewe mpumbavu, akamwambia wewe uliyesema, yani wewe leo hii utakuwa paradiso pamoja na nani? Na mimi. Maki mimi naenda paradiso. Nini kinachofanyika? Namba 1, huyu mpumbavu hajui chochote. Mimi najua kwamba ndani ya moyo wake kuna ulimwengu mwingine, kuna dunia nyingine. Lakini mimi nimeleta dunia ambayo dunia itampa utajiri huyu, lakini amekataa. Dunia ambayo inampa heshima, amekataa. Huyu amenikubali. Mimi na wewe leo tunakwenda paradiso leo. Namba 1, nini ndio faida yake inachopata? Namba 1, tunakwenda paradiso. Lakini mimi nitatoka hapo kwenye hiyo msalaba, nitakapashuka chini, naenda kwanza chini kwanza. Kule kwanza naenda kuangalia watu walioishi vizuri lakini walikatizwa maisha yao. Naongea na mtu mmoja hapo. Walikatizwa maisha yao, walipaswa kuwa wafanya biashara wakubwa, walipaswa kuwa na ndoa nzuri, walipaswa kuwa na huduma kubwa, wangeweza kuhudumu ufalme wa Mungu aliye hai. Mimi ningewakuta na ningeweza kuabudu hata kwenye makanisa waliojenga, lakini adui aliwaonea. Number 1, Jesus huyo. Nitaenda kwanza kuzimu. Naenda kule kuzimu kuchukua kwanza, nateka ile mamlaka. Mamlaka gani? Anasema nachukua akili. Anasema kanyang'anya akili. Na akachukua ufunguo wa uzima na nini? Na mauti. Maki amechukua akili iliyoibwa na nani? Na yule tuliosoma Wakorintho wangapi? Paulo anasema hivi, anasema maana nini? Mungu wa dunia hii amekwisha kuwapofusha akili zenu. Yesu akaenda mpaka kuzimu. Hakuishia pale. Alipofika pale akakuta watu walioonewa wamelala kwenye makaburi. Akasema, sikiliza, wote mlioonewa sasa hivi, wote mlioonewa, mlikufa kwa kuonewa, mnafufuka. Unajua nini kichotokea? Biblia inasema hivi, wakati Jesus anakata roho hivyo, pazia la hekalu likafanyeje? Likapasuka. Maana yake sasa, jamani, kwenye ubora hakuna upendeleo. Sema amina. Kwenye utajiri hamna upendeleo. Mbona msema amina nguvu? Kwenye heshima hamna upendeleo. Wewe jikakamue uheshimiwe na watu. Wewe inuka kwa jina la Yesu, ili watu waseme kuna mwanaume fulani, kuna mwanamke fulani, kuna familia fulani. Jamani, wacha twende mahali pale tukasikilize hekima iliyo bora kwa yule mtu. Tukasikilize jamani, maneno mazuri ya yule mama, maneno mazuri ya yule baba, yule binti mwenye duka kubwa, yule binti mwenye flame fulani, yule binti mwenye kakamoni, mwenye saluni fulani. Twende, let's go. Watu wanashikana mikono hivi,
wanakuja. Nani anataka waje watu hao? Nani anataka waje kwake? Nani anataka waje kwake? Anayetaka pokea kwa jina la Yesu. Receive now. Mungu anahitaji usikie na upokee. At the moment when unapo receive inakuwa kwako. Anza kuifanyia kazi, nenda. Yesu akasema hivi, anasema wafu wakafufuka. Sio Biblia inasema, twende baba. Anasema na wafu wakafanya nini? Wafu wakafufuka. Pazia la hekalu likapasuka. Brother. Unajua, kumbe jamani kuna mbadala. Sema kuna mbadala. Mtu mmoja ananiambia, baba, asema mtumishi, mchungaji, baba, nataka maisha yaliyoibwa yarejeshwe. Nataka furaha yangu iliyoporwa nirejeshwe. Mungu anaweza kurejeshea furaha yako. Haangalii umri uliokuwa nao. Ndani ya miaka 80 furaha yako inarudi tena. Ndani ya miaka 90, my brother, come on. Mimi nimewahi kushuhudia baba yangu, baba mdogo, aliishi kwenye nyakati ngumu sana za maisha yake. Aliteswa sana. Ikaja siku moja, babangu mdogo, ikaja siku moja pale, ukienda Kurasini, Dar es Salaam Kurasini, kuna mabwao fulani pale, kuna mabwao machafu. Hapo kuna mzali, kuna nyumba hizi mbili. Na alikuwa sasa kila kitaka kuziendeleza, kuna pata shida. Zikaja kampuni fulani. Ghafla, kumbuka wakati na staff alipata milioni 20. Ghafla akasema hivi, tunanunua ile eneo lako, tunakupa milioni 280. Mzee akiwa na miaka kama 78. Akasema sitaki laana hapa, akachukua ile hela, akaenda Songea kwanza, kapiga kanunua, kisa kujenga nyumba. Ondosha watu wajinga. Unafika mahali hakuna haja mdo kujenga, una haja. Nataka nyumba ya sesh ngapi? Semeni. Milioni 80. Okay, naongezea milioni 20, milioni 100. Haraka toeni haraka sana. Nunua nyumba pale. Fika pale Dar es Salaam, kanunua nyumba nyingine huko. Milioni 200, sio leo hiyo. Milioni 200, miaka 5, 6 au 7 imepita. Mwaka 2000 hii milioni 278. Kumbuka, alipata mwaka 2007. Ni kiasi gani hizo hela? A lot of money. Kwa hiyo Mungu akupatie kwa jina la Yesu. Nataka Mungu akupatie. Nasema Mungu akupatie ndoto iliyoibwa irejeshwe. Ubora ulioibwa urejeshwe. Furaha iliyoporwa irejeshwe tena. Mungu akupe kwa jina la Yesu. Natangaza Mungu akupe. Jilazimishe kwa ajili ya kubadilisha maisha. Wangapi wako tayari? Kuna wakati kataa kula. Unakulaje? Una kagari kamoja, una kajumba kamoja, kachumba, unaingia na banana hivi. Kwani baba? Hivi unaingia sasa hivi. Yaani unajilazimisha ukonde ili kwamba upite vizuri kwenye kitanda na chuma kimbana hivi. Ukinenepa kama upiti. Kabidi ukae hivi. Unapita bana. Ama jilazimishe. Asema tazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili. Umedisplay bwana mwana wangu. Asema vipande viwili toka juu hadi chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Mungu afanye hivyo kwa jina la Yesu. Wakati mtu mmoja anapojilazimisha, mwezi wa 7, tunapokwenda mwezi wa 8, tunaenda mwezi wa 9, tunaenda mwezi wa 10, nimesimama kwenye madhabahu hii, madhabahu ya saa ya urejesho, na lazimisha miamba, nasema miamba ya kuzimu ipasuke sasa. Wewe ukatoboe, wewe ukafanikiwe, wewe nenda kwenye ndoto zako. Baba watoto wako, sema nakwenda. Baba watoto wako, sema tunakwenda kwenye heshima, tunakwenda kwenye ubora tena, tunaondoka sasa kwa jina la Yesu. My brother, I told you should have to reach to the level of your rank. And you know it in your ministries. There is a rank from somewhere. Na mimi nitakuwa sitakufa, nitashuhudia. Na mimi nitakuja nikiwa pale kama kuhani wako kipindi hicho. Nakuja sasa nikwambia mzee, sina miguu yangu haitauma hata siku moja. Kwa hivyo njoo kuwekea mafuta, nitakuwekea mafuta kwa pembe. Pembe ya Israeli nitaenda kuchukua na kupia na mimi na hivi. Umeelewa vizuri? Kila kitu kinawezekana. Nilimwambia Shefani kila kitu kinawezekana. Nikamwambia Pastor Noah kila kitu kinawezekana. Na mimi pia nakuambia wewe Mama Queen, kila kitu kinawezekana. Usianzishe kitu, unaanzisha duka liendi, unaanzisha ujue wewe ndio mwenye tatizo. Anasema shetani. Ndani ya Yesu, ukiwa ndani ya Yesu urogwi. Wewe duka umeanzisha, badala ya kwenda hivi, linaenda hivi. Funga kwanza ile duka, ingia kwenye maombi. Haki ya nani? Njoo hapa. Fanya hizo prayer. Haiwezekani duka linaisha. Duka linaisha. Yaani wewe
Ukiuza unga huko moyo unatetemeka, na sukari itapepea. Yaani tukiwapima mioyo yenu hii leo, daktari huyu mioyo yake imetoboka matobo kama 80 nini. Maisha ya thamani sana. Jilazimishe. Haleluya. Mmechoka? Kuna pointi ya mwisho nakwenda kumalizia. Jilazimishe. Niliwaambia 99 niliaga umaskini, sio hivyo? Mimi niliaga umaskini na sina nini cha kupoteza. Wewe injinia unajua wewe. Mimi sina cha kupoteza. Yaani adui shetani hawezi kusema eti mimi tukimfanya hivi tutamuonea jamaa. Wewe mimi hapo. Yaani hata sijui chochote. Mimi ninachojua tu mbele yangu kule ni kwenye ubora. Pigwa mkuki wapi wala siangalii. Umeelewa? Kwa sababu nitafanya ngani sema ngoni tu mkuki hivi, hapo nitabaki. Umeelewa vizuri? May I see there my tomorrow is greater than today. Mateso ya leo ni heshima yangu ya kesho. Aibu ya leo ni heshima yangu ya kesho. Let them talk. Wache watu waongee, watu wakuseme. Unajua wanataka wajibu. Utakapoanza kujibishana nao hivi, tayari wameshakuweza. Umeelewa? Wewe concentrate. Amen. There is a calling within you. Kuna wito ndani yako. Kuna jambo la thamani ndani yako. Let them speak. Let them talk. Whatever they can do. We don't mind. Don't mention them. We fika tu mahali. Nenda mbele kule. Kule mbele kuna ubora. Nipigia makofi kama unanipenda. Hallelujah. Mungu yeye hakuanzishi jambo lolote. Wangapi wameandika vizuri? Mungu hakuanzishi mtaji. Mungu hakuanzishi biashara. Mungu anataka uanze. Katika hali yoyote anza. Katika maisha yote anza. Anza na. Kuna watu walifika mahali walikosea. Haraka pale mwana mpotevu. Kama unaandika kwenye Biblia Luka ile sura 15 mstari 17, mwana mpotevu alifika mahali akaomba mirathi sehemu ya mali ya babake, akaenda kutumia. Lakini alipokuwa anatumia, Biblia inasema mstari 17, anasema alipozingatia moyoni mwake, pasanoa sio? Alipozingatia moyoni mwake, alisema, jipigeni makofi. Kumbe kuzingatia kichwani, alizingatia wapi? Moyoni. Nikasema ufalme wa Mungu unajengwa wapi? Moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Eneo la moyo ndio eneo ambao nimesema ndicho kiwanda cha wewe uwe nani kesho. Ndicho kiwanda ambacho kilichojeruhiwa, ndio maana leo uko hivi leo. Ni baba lakini ni baba muoga. Ni mama lakini mama muoga. Ni kijana usioangalia kesho. Wewe angalia kijana unawaza kufa leo hii jamani. Unaweza kufanya maombi kidogo ya mazishi taratibu. Eti miaka tu 40, 50 unaanza kusema Mungu utakapokuja Yesu naomba usiniache. Ni mambo kijinga sana jamani. Yesu akiwa ndani yako, huna prayer kama hizo. Yesu akiwa ndani yako, number 1 unasema Bwana Yesu nisaidie kutimiza ndoto. Amen. Maono, kusudi leo ndani yangu. Nitakufa lini sio kwako. Unaona kama unaanza kuomba Bwana Yesu utakapowachukua wengine na mimi usiniache. Wei, hii ipo. Ukiwa ndani ya Yesu uko ndani ya uzima. Mbona msema mimi na nguvu? Ukiwa ndani ya Yesu Kristo, mauti kwako haitajwi, kifo hakitajwi. Kimbizana. Mwana mpotevu alipozingatia moyoni mwake, akasema hawa malaya hawa amenaachana nao. Akaachana nao hapo hapo. Sulemani alioa wanawake 1000. Mwanamume Sulemani alichukua masuria. Unajua masuria ni watu masuria 300. Wanawake alioa ngapi? 700. Jumla buku moja. Na Biblia inasema kila mmoja alifurahia. Lakini mwisho wa siku wakaja kumgeuza moyo, sio kichwa. Wakamgeuza moyo wake. Sulemani akaanza kuabudu miungu mingine, sio Mungu wa baba yake Daudi. Ni kwa sababu moyo ndio unaleta mabadiliko. Moyoni mwako kuna nini ndani? Ukimwona mtu amenyongea leo, ukiona mtu ameanzisha biashara yendi, moyoni ni kwa sababu unautunza majungu ndani, unatunza vitu. Wewe muda wote unamfanyia mtu hasira, wewe hujazaliwa naye wala kwenye nyumba yako hajawahi kulala, unamfanyia hasira nini? Achana naye. Wewe piga business. Sema I'm a man of business. Say you are a woman of business. Wewe fanya, saka hela. Kilichokutuma wewe ni kufungua biashara. Tafuta hela. Kama ni mchana tafuta, kama ni usiku tafuta.
katika hali yoyote ndoto yako ikatimie, maana Mungu anajua ameweka ndoto iliyo njema. Haiwezi kutimia hiyo ndoto mpaka utakapofika mahali pa ukamata milioni 400. Hautaweza kutimiza ndoto yako ukiwa tu na shilingi 500,000, ukiwa na 600,000 peke yake, ukiwa na milioni 1 peke yake. Anajua ndoto yako. Kadri unavyozidi kulazimisha, ndoto yako inapofika milioni 10 itaanza kuonekana pale. Sasa umepata ndo hela leo, ndo kwanza unakimbilia kula samaki choma. Samaki, yani mwanadamu ameumbwa katika hali mbaya sana eti. Yani kabisa upata hela ndo kwanza unasikia unakufika mara ukipata hela unapenda sehemu hata kitimoto ulikuwa una mpango kula. Lakini tu harufu kapita kitimoto. Unajua unakwenda unauza shilingi ngapi? Kwamba kitimoto maana sasa hizi ni shilingi 12,000. Bei ndogo sana. Hiyo unajua unakotoa shilingi 20,000 na 30,000. Alafu change kipu nitakuja kuchukua nini? Kesho. Yaani mwanadamu ana uwezo kwenye eneo moyo. Wewe hujawahi kula tambi. Na unajua ni tambi hujawahi, yaani ulikuwa una mpango na unakula lakini fedha imeingia tu. Unataka tambi. Unataka biskuti. Wewe unashangaa tu hapa muda wa chakula. Mara sikia lete pilipili kidogo, lete chili, lete hiki, lete ongeza sukari hapa. Weka pale kidogo nini? Kahawa. Wewe kahawa ulikunywa lini wewe? Hela, ngoja ishe makaratasi ya mtacheki. Haki ya nani? Yakisha ya madude ndio utagundua sasa kumbe kuna haki ya Mungu. Maana kuna haki ya nani, afu mwisho siku ni haki ya nani? Haki ya Mungu. Unasikia haki ya Mungu. Na pando unakamatwa usitaje bure jina nani? Na Mungu wako. Kwa sababu wewe ni mpumbavu wakati umepata hela. Ni sana yule bosi yule, mnakumbuka? Anasema sasa nafsi yangu unaweza ukala, ukashiba na ukalala. Mnakumbuka? Basi Mungu kama wewe sikiza, acha upumbavu. Ujue nafsi yako leo, sawa? Inahitajika. Kwa hiyo usijisahau, push. Walionielewa sema mimi na nguvu. Nani yuko tayari kuelewa zaidi? Nani yuko tayari kubadilika zaidi? Hebu Roho wa Mungu akutetee kwa jina la Yesu. Roho wa Mungu akupeleke mahali pazuri in the name of Jesus. Kuna maeneo ambayo nimesema mabadiliko yanahitaji uvumilivu. Kama unaandika mabadiliko yanahitaji uvumilivu kwa haraka muda wangu umeisha. Mabadiliko yanahitaji uvumilivu. Hakuna mabadiliko ya mtu kirahisi. Kuna watu walishawahi kufukuzwa sehemu fulani, nimesema, lakini walipoitupa hofu mbali. Amen. Walipokosa kupima mizania ya maumivu yao, wao wakafanikiwa. Paulo anawaambia Wagalatia sura ya 6 mstari wa 9, anawaambia pana Warumi sura ya 5 ule mstari wa 3 mpaka wa 5, lakini Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 mpaka wa 3. Wagalatia 6:9 tuangalia pale haraka anasemaje? Tupa hofu nje. Kinachosababisha wewe uweze kuishi kwenye dunia ya muhimu na ukatoboa kwenye ulimwengu wako, hakikisha Roho Mtakatifu mfanye kuwa Mungu wa mabadiliko. Amen. Holy Spirit. Roho Mtakatifu anasema nayo kwa upole sana. Anasema tena tusichoke. Anasema usichoke katika kutenda nini? Mema. Maana tutavuna kwa wakati wake. Tusipozimia nini? Roho. Usichoke. Tuendelee my brother. Tukusanye visende vidogo vidogo. Hivyo. Kesho tunakuwa na makampuni. Kesho tunakuwa Mungu wetu akiwa mbele. Siku zote taratibu tu. Mama binti taratibu tu. Usikubali kuhitaji msaada wa mtu hata siku moja. Amen. Achana msaada uje kwa wakati tulio sahihi. Sio kila msaada unakuwa ni msaada. Siku zote kuna watu wanaweza kukuletea zawadi. Nikasema kwamba ziko njia nyingi ambazo adui anaweza kazitumia kuhijack star yako, uhai wako. Unashangaa unaletewa zawadi kwenye package, wewe unaifurahia, kumbe ulimwengu wawe kupotea. Ulimwengu unapotumia zawadi, unapofungua tu bahasha, moja kwa moja unakuwa umekamatwa kwenye ile eneo. Unapewa vazi, mtu anakuletea gauni kabisa, unavaa. Unapovaa umekwisha. Unapewa nguo, unapewa pete, unapewa cheni. Ni nzuri zawadi, sio hivyo? Siku unapoanza kuitumia ndio kabisa unaondoka. Unafika mahali usiwe mwepesi wa kugawa hata nguo, ziwe nguo za watoto, ziwe nguo za nani. Hizi nguo ni vizuri ukafika mahali unawapa ni wakina nani. Basi mimi natamani sana usiwape watu nguo ambazo zimetumika. Nunua nguo kama unahitaji kweli, itoke dukani, iombee, itamkie, wape. Lakini nguo ambayo umeivaa ukapeleka, manake una share
ulimwengu wa kwako na huyu mtu anaiva. Hasa inategemea yeye ana ulimwengu wa aina gani. Kuna wakati lazima tunahitaji kulazimisha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maisha tu lazima tu narudie. Kuna mtu anasema mbona baba ni ngumu sana, na ni kweli ni ngumu sana, ni ngumu. Una viatu pia hata 30 pa, lakini toa kiatu kimoja mpe mtu ambaye hana shukrani. I'm telling you, kinachofanyika anavuta ile energy inaitwa nishati au chakras ambayo ndani yako ili kusaidia kupata kile kiatu, kwa sababu hana shukurani huyu. Hakuna tukipanda ule mfano wa mbegu ngapi zile mbegu 4, mnakumbuka vizuri? Hamna, kwa sababu mbegu ile kwenye udongo inayo shukurani. Asa mali zenu zimeoza na mavazi yenu yameliwa na nondo. Hebu angalia mstari wa 3 wasemaje pale? Anasema inafika mahali umekata tamaa na huwezi kufanya lolote. Hata unapotoa sadaka, mnatoa mafungu ya 10 naona, lakini hamtoboi. Kwa sababu gani? Kwenye ulimwengu wa uvumilivu mmekosa. Ulimwengu wa toba ambao umetubu mahali fulani, lakini hutaki kuachilia lile eneo. Unajichanganya. Utaleta sadaka zako hapa lakini hazina majibu. Utaleta fungu lako la 10 hapa, haina majibu. Kwa sababu gani? Unatoa sadaka lakini zimeoza, zimeharibika. Anasema dhabihu yenu na fedha yenu zimeingia kutu, na kutu yake itawashuhudia, nayo itakula miili yenu kama moto. Mmejiwekea akiba katika siku za nini? Siku za mwisho. Hizi siku za mwisho ni siku za kukata tamaa. Mmekata tamaa, usiowe katika jina la Yesu. Kuna watu ambao nimesema walikubali kubadilishwa na maisha na Mungu au Roho Mtakatifu ndio mbadilishaji, na kuna watu walifika mahali wakabadilika. Tuliona mwana mpotevu, si ndivyo? Mambo yalikuwa bam. Mama alitoka na damu ya 12, sawa, miaka 12 anatoka na damu. Kitabu cha Marko sura 5 ule mstari wa 25 mpaka 30 anasema damu ikakauka. Mara aliposikia habari za Yesu moja kwa moja alilazimisha, akaamua kuachana waganga, akamtafuta Yesu Kristo. Maisha yako hivi. Kuna mtu anaitwa Sauli akawa Sauli akawa Paulo. Mnaona? Yaani Sauli kutoka jina ambalo jina katili, jina baya, akabadilishwa kwa nani? Kwa Paulo. Tuliangalia Matendo ya Mitume sura 9 ile na ule mstari wa 1 mpaka 22. Paulo akabadilishwa kutoka Sauli jina likaitwa, akaitwa pale mtu mzuri sana anaitwa Paulo. Kuna mtu anaitwa Zakayo, mnamkumbuka vizuri? Zakayo alikuwa mtoza ushuru, lakini ngoja nikwambie akalazimika. Biblia yako inasemaje? Hebu soma pale Zakayo. Angalia habari Zakayo, Luka sura 19 ule mstari wa 1 mpaka 10, tutasoma yote, lakini historia ya Zakayo inafahamika. Yesu alipokuja kwa Zakayo, Zakayo alikuwa ni mfupi kwa kimo, lakini alilazimisha kupenya kwenye kundi kubwa, lakini kuishia hapa, akaenda kupanda kwenye mti juu kabisa ili Yesu amuone. Kuna wakati unahitaji kulazimisha vitu. Yaani kuna wakati lazima uvunje sheria. Mnanielewa vizuri kanisa? Yaani kuna wakati kanuni ifanye nini? Vunja. Wananielewa? Sema mimi nguvu. Acha kuwa mlokole wa kutupa. Kuna wakati kanuni lazima zivunjwe. Kuna wakati yule mama atoka na damu ya 12 alivunja kanuni ya kumwona Yesu physically. Akasema sitamwona Jesus physically, bali mimi nitakwenda ndashika nini? Vazi lake. Zakayo yeye mahali imekuwa ngumu, kilichofanyika yeye akaamua kupanda kwenye mkuyu kabisa juu. Yesu akamwambia akamwambia mimi ni Zakayo, ni rehema. Akasema sikiliza Zakayo, usijali, kwa sababu jitihada ulizotumia sio kupanda kwenye mkuyu juu. Sikiza, leo hii mimi nitakula chakula kwenu. Hebu mfanye Jesus akuwe ndani yako, Yesu Kristo ajinome ndani yako. Hebu angalia Zakayo mfupi, waliomfanya alikuwa ni katili, alikuwa anakusanya ushuru kwa nguvu, kwa kila kitu, lakini at the very end day Yesu anaenda kupata msosi kwenye meza ya Lazaro. Akiwa pale akasema sikiliza, kuanzia leo sehemu yangu ya utajiri yote nawapa maskini. Maka mama kupush. Huyu anaitwa nani? Anaitwa Zakayo. Kuna mtu anaitwa Petro. Petro mnakumbuka vizuri, alikuwa ni mvuvi wa nini? Wa samaki. Lakini anatolewa anakuwa ni mvuvi wa watu. Petro. Kuna mtu anaitwa Maria Magdalena. Maria nani Magdalena? Hebu nisomee hapa mtandao na Luka sura 8 mstari wa 2 pekee. Maria Magdalena na kwenda kumaliza kwa hawa watu. Kuna mtu anaitwa Rahabu. Rahabu ndio bibi yake nani? Bibi yake Yesu, ambaye ni kahaba. Rahabu ndio akawazaa kina Daudi. Rahabu. Hebu angalia, Rahabu akafanyika tena, hakuwa tena malaya tena, hakuwa kahaba tena, akazaa. Leo hii tunasema njia, uzima na nini? Na
kweli, ametoka kwenye tumbo. Vimesema na wanawake kadhaa ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa, nao ni Mariamu aitwaye Magdalena aliyotokwa na pepo 7. Mambo ni magumu sana kwenye hii dunia. Dalili za mtu aliyebadilika. Leo hii dalili ziomba sana, zichukue dalili, zitakupeleka kwenye maombi yako sasa baadaye. Dalili ya mtu ambaye amebadilika. Number 1, unaishi maisha matakatifu. Yaani hauko tayari kumwonea mtu. Namba 1. Namba 2, ndani unasukuma kumpenda Mungu zaidi. Namba 3, unalipenda neno sana la Mungu. Namba 4, unakuwa mwombaji. Namba 5, unakuwa mtu wa kusamehe na kuachilia. Pointi ya muhimu sana, kusamehe na kuachilia. Namba ngapi? 6, sio? Kuna matunda ya Roho Mtakatifu, mnajua yako matunda ya Roho Mtakatifu yanaonekana kwenu. Yaani inafika mahali unaweza kumsaidia mtu lakini usidai. Unajua unaweza kufika mahali ukiwa unayemwona mtu mbele yako unamwona ni wa thamani. Lakini namba 7 nani? Namba 7, anaepuka dhambi, ni mtu ambaye hataki kuishi kwenye dhambi. Namba 8, anaishi kwa imani, ni mtu wa imani sana. Namba 9, hofu ya Mungu. Namba 9, anakuwa na hofu ya Mungu. Namba 10, upenda watu. Amen. So Mungu akutetee. Shika moyo wako, sema Bwana Yesu, asante kwa ajili ya siku ya leo. Nami nimekamata moyo wangu, maana nimefundishwa moyo wangu unapobadilika. Moyo wangu unapobadilika, lugha inabadilika. Usemi wangu unabadilika. Mawazo yangu yanabadilika. Katika jina la Yesu ninatangaza kuanzia leo, roho ya kujilazimisha, ya kutoka mahali duni, kutoka mahali pa chini, kutoka mahali pa aibu, iwe sehemu yangu kwa jina la Yesu. Kila mzimu, kila mashetani hayataniweza kwa damu ya Yesu. Watoto wangu, familia yangu, mke wangu hataguswa na mabaya. Ewe Bwana Yesu, kwa kupigwa kwako mimi nimepona. Nipigie makofi. Unaweza kutoa dhabihu, sadaka ambayo umekuja kwenye ibada, na Mungu wangu awe Mungu wako. Wangapi wamefurahishwa na somo hili? Wangapi wako tayari